Na vile vile tumepata ekari 15 hapa Nyandarua ya kujenga ile program yetu ya housing. Mimi nataka niwaeleze ya kwamba pia tukimaliza hii budget tunarudi hapa kuanzisha hiyo mradi, kwa sababu tulikubaliana tunajenga nyumba 1500 ya kwanza hapa Nyandarua, na kwa hizo kazi nyumba 1500 tunahitaji vijana karibu 10,000 ambao watatusaidia katika kupanga na kutengeneza hiyo manyumba. Vijana wa Nyandarua muko? Vijana muko? Wacha niseme tena. Nimesema ya kwamba tunakuja kuanzisha mpango wa housing. Hiyo housing 1500 nyumba za hapa Nyandarua, tunataka vijana 10,000 watakao tusaidia kufanya hiyo kazi. Tayari tuko na ardhi tumepatiwa na county, ardhi ingine tutatoa kama national government, ili wakati tunapanga mambo ya kupeleka Kenya mbele tusiache vijana wetu pia wapate ajira. Tunapanga ajira kwa housing, tunapanga ajira kwa industrial park, tunapanga ajira hata kwa kazi kama hii, ndio hawa vijana wapate ajira, wachangie katika kupeleka taifa letu la Kenya mbele. Tumekubaliana? Tumekubaliana jameni? Kuna kazi ingine mingi ambayo sitasema leo, lakini kwa sababu tulikubaliana tupange mambo ya maendeleo ya Kenya, na wauliza viongozi wale wengine wote ya kwamba hatuwezi kuendelea kusema mambo ya viongozi tena. Sasa tupange mambo ya wananchi, ama namna gani? Tunaelewana? Ndio nimeuliza wale viongozi wote, hata viongozi wa upinzani, tuwache ubinafsi, tupange mambo ya maendeleo ya wananchi. Hatuwezi kusema ya kwamba tunaenda tena kupanga mambo ya viongozi kule Nairobi na maandamano. Tunataka tupange mambo ya wananchi. Saa hizi kazi ambayo iko saa hii sio kwenda kufanya maandamano. Kazi ya saa hii ni kwenda shambani ili tuzalishe chakula tuweze kuondoa njaa. Mimi nauliza nyinyi watu wa Nyandarua, mimi niwaulize, hata tufanye maandamano kutoka asubuhi mpaka jioni, hata tuweke sufuria kwa kichwa na tuongeze kwa mgongo, bei ya chakula itashuka chini? Si lazima tuwasaidie nyinyi wakulima ndio muzalishe chakula, ndio tuweze kuondoa njaa? Sijui nani atawafundisha wale majamaa wa sufuria kwa kichwa. Tunaelewana jameni? Tumekubaliana? Ati kichwa yao ni mbaya? Sasa sijui iliharibika siku gani. Basi mimi sitaki kusema kuzidi hapo. Mimi nataka niwaambie jameni watu wa Nyandarua, asante sana. Na mimi nataka niwahakikishie tumekubaliana na governor na viongozi hao wote ya kwamba tutakuwa na nafasi tuketi chini ndio tupange mambo yenu yote, na tulainishe na ile program tulikuja hapa tukauliza mambo yenu, ile economic forum tulikuwa nayo hapa Nyandarua, tuwaambie ya kwamba vile tumepanga na vile tutaenda mbele kwa pamoja. Mimi nawauliza jameni watu wa Nyandarua, situkubaliane kama Wakenya tutembee pamoja barabara ya kufanya maendeleo ya wananchi? Munasema tupange maandamano ama maendeleo? Munasema tupange maandamano ama maendeleo? Wale watu wa kuzimia baada hawajasikia ni maandamano ama maendeleo? Nafikiri wamesikia. Si namna hiyo? Na mimi nataka niwaulize jameni, tuache kusumbua wananchi. Nyinyi kama viongozi, tuendeni kule bunge, twende tuongee maneno ya viongozi kule bunge. Hakuna haja ya kuharibu biashara ya mwananchi. Hakuna haja ya kusumbua wananchi wakiwa katika biashara zao. Hakuna haja ya kulete vita. Hakuna haja ya kulete fujo. Hakuna haja ya kuharibu mali ya watu. Wale walio viongozi tumewalipa mshahara, wabunge wako bunge, wazungumzie mambo ya kubadilisha sheria ile inataka kubadilishwa. Ama namna gani jameni? Si ndio? Mambo ya uchaguzi ni baada ya miaka 5. Si ndio? na baada ya miaka 5 hata hawa watu si watakosa hata agent. Wacha kura, agent watakosa. Ama tunasema namna gani? So mimi nasema asante sana. Si mnajua mimi niko na mtu yangu ya kunisaidia kazi?
Anaitwa nani? Si anaitwa Rigiji. Mnamjua huyu mungwana? Mtu ya kusema ukweli. Haya, unataka kusikia sauti ya Rigiji? Wapi nduru ya Rigiji? Asante sana rais wetu. Adwanyo jero murega. Mreirie. Ni mwake na kuona jaba yanyu. Ino etagwo Ruto. Ni nyumwa muthurire. Kwiyethera ka kuringiririo. Ni mwokerire tene. Pio. Na andu angi marauga ati tutiahotanire. Jamba ni eno. Ile ndagioka kurehe maendeleo. Your Excellency, nilikuja hapa Nyandarua. Ulinituma nikaongea na hawa. Nikawaambia, nikawaomba kwa heshima watuombee, watupatie kura na wachague viongozi wa UDA, na wakafanya hivyo. Andu aguko nitwakenire ma. Ni mwatwikire wega. Tutiari handu hega ma. Reke twarie ma, twari handu haceke. Andu njũnjũrũ kuma ngoro-inĩ yakwa thĩinĩ, amũkĩrai ngatho ciakwa. O rĩngĩ andũ a nyũmba itũ, kuma ngoro yakwa thĩinĩ, amũkĩrai ngatho ciakwa. Mheshimiwa Rais, hawa watu ya Nyandarua walimaliza uchaguzi wakachagua wewe kama rais. Wamesema umefanya vizuri kuongea na wale jamaa waende bunge. Lakini mambo ya handshake hawa wamekataa. Mumekataa. Unajua Mheshimiwa Rais, hawa watu ya Azimio wanakachifu mimi. Ati mimi nakataa handshake. Mimi sikatai. Mimi ni mtu ya kuandikwa kazi, na hawa ndio wameniajiri kazi. Na lazima ufanye vile tajiri yako anasema. Munasema iko handshake kama hakuna. Sasa leule ate marauga gaterere. Ate kemundu kau karauga ati getingegeithia. You know what kegeithie? No kegeithie. Nemo ri aterere. Mundu ucio ri agaithirie muthamaki witu. Mundu wari mwega. Ni uria gwathire. No mwende jambe no itwe mugeithie. No mwetekere. Leule mundu ucio wahota kumugeithia we mundu mwega. Kimundu kiega tanie. Ukegeithie. Urutaga thiini wikire mutwema. No mwetekere. Ni mwarega. Ni andu aigana mago matikwenda ngeithi. Muri okiama kia UDA. Arambe. Sisi hapa katika Central Kenya, Your Excellency, tulikuchagua, tulikupenda kwa sababu wewe ni mfanyikazi. Umerudi hapa kuleta maendeleo ya barabara. Umetupangia mambo ya bolea, na hiyo bolea nitafuatilia ifike hapa. Rais wetu, wewe fanya kazi. Hawa watu ya maandamano wachia mimi. Ninatosha sitoshi? Unajua Your Excellency, sisi hatutaki wewe kusumbuka. Hawa watu waende waongee na Mheshimiwa Kimani Ichung'wa. Huyu rais awachiwe nafasi afanye kazi. Na Your Excellency, nimewaambia hawa wanasema ati watarudi kwa barabara. Kwani barabara kuna pahali zimeenda? Ati watakuja kuharibu biashara. Inawezekana? Nimeruga atiriri. Marauga ni maguthukia indo citu. Mukungire akorire u. Mukungi akorire u. Na waicake heri no weke. Gutire kindu kia mundu giguthukio Kenya. Jabe ni president wa Kenya. Ni uhoro ama. Rais wetu anatosha hatoshi. Pale 2027 tumemaliza maneno. Akuja aendelee asiendelee. Aendelee asiendelee. Rais wetu tungetaka kuhakikishia sisi hapa katika Mlima Kenya. Sisi tukipenda mtu tumependa. Na sisi hatufichi. Sisi tuliamua tutakaa na wewe for 10 years. Hata kuwe na majaribio, hata uchumi kuwe na shida gani. Once tumeamua. Na sisi si watu ya kurudi nyuma. Na sisi hatuwezi rudi nyuma. Kwa sababu sisi na wewe tulipendana na tuko na maagano. Kati kwa andũ aitũ. Niguo. Ithuĩ tũrenda uhoro wa ma. Twetekera mũndũ nĩ tweka atia? Jambe no kũrĩ ndũ twĩkĩire mahĩtia. Ithuĩ twagũtũteithia.
Na ite ndiraruta wira. Unajua tulikuta iko shida mingi na mlisikia nikisema Kasarani. Tulifika pale kwa store hakuna kitu. Hata panya wametoroka hakuna kitu ya kukula. Sasa huyu rais wetu ameanza kazi kama kijana. Uria mwana kiajagia waka kiubu akajereria maisha mero niguo muthuri yo araruta wira. Na muthuri yo ndenda mumuhoere na tumuteithie. Nitugweka uguo. Nitugweka uguo. Kwa hivyo rais wetu wewe endelea na kazi. Hawa watu wachia sisi na hii watu tunajuana. Niguo andũ aitũ. Niguo andũ aitũ. Nĩ ngwenda nĩ ndakena mũno na nĩ tũrĩũka na ndĩcokerie ngatho nĩ gũthura Faith wa Gĩtaũ nĩ gũthura Patricia nĩ gũthura atongoria arĩa angĩ ndĩramũkĩra ngatho nĩ twakena koguo ndauga Ngai witũ amũrathime amwĩke wega mũrore magũkumia amwararamĩrie mĩhaka amũgitĩre kuma kwĩ ndwari mĩciĩ yanyu yuraga irathimo ta cia mbura. Asanteni sana, Mungu awabariki. Mumefurahi kutembelewa na rais? Si barabara ilikuwa imeleta shida, si sasa itafanywa? Rais, tunaomba vile tumeona hiyo tinga imeweka jembe chini na vile umepromise isiinue hiyo jembe mpaka hii barabara imalizike, ndio hawa wananchi wafurahie. Jambo ingine, Your Excellency, vile tuliongea na wewe na ukasema utatusaidia Nyandarua iwe na university, tulipeleka barua kwa Commission of University na tukapeleka kwa waziri wa education. Tunakuomba uambie waziri agazeti hiyo chata ndio Nyandarua iwe na university. Hapo ni sawa sawa? Your Excellency, mwaka wa 2020 State Department ya Crop Production walifanya research recorborosat na wakaona inaweza toa fertilizer. Tunaomba utupatie investor wa kutoa fertilizer organic katika hapa Nyandarua ili tusupply Kenya mzima na watu ya Nyandarua wapate kazi. Hapo iko sawa sawa? Your Excellency, nikimaliza sababu watu ni wengi. Tumefanya charter ya engineer municipality na inafika hapa Donyonjeru. Tunakuomba katika hiyo municipality hizi barabara za nyuma za hii town pamoja na zile za engineer tutengenezewe ili municipality yetu isimame. Hapo ni sawa sawa? Hapo ni mzuri? Otherwise niseme hivi, watu ya Nyandarua tulikupatia kura, tulikupatia kazi. Kama mtu anataka kazi akuje hapa Nyandarua, awache kwenda State House kusubua rais. Ni kweli? Watu wa Azimio kama wanataka kazi waende kwa wananchi, wawache kusubua rais, ndio? Rais afanye kazi yake, asisuburiwe. Napita hapa barabara kwa highway. Walikuwa wanaingia ndani kweli? Na wanataka watolewe kazi wapi? Kwa hivyo Your Excellency, thank you very much. Haya. Tuko hapa na ndugu yetu Musalia Mudavadi. Yeye ndio Prime Cabinet Secretary wetu, anatupangia. Muriega, mimi niko na swali. Nani aliuza sera zake kwa Wakenya na akashinda? Ni nani? Na sera za nani ziliangamia akashindwa? Ni nani? Sasa mimi nauliza serikali ni ya nani? Kwa hivyo yeye apewe nafasi atekeleze sera zake. Kule Amerika yule Biden alishinda Donald Trump. Si namna hiyo? Sasa Biden anaweza tekeleza sera za Trump? Anaweza? Kwa hivyo wale walishindwa wagoje wapate nafasi yao siku yao. Wasijaribu kusema Ruto rais wa Kenya kwanza na sera za Kenya kwanza
awachane na sera za Kenya Kwanza, atekeleze sera za Azimio. Haiwezekani. Si namna hiyo? Asanteni sana. Haya. Niko na kijana hapa anaitwa Ndindi. Asante sana. Nyandarua oye. Andũ a Nyandarua mũrĩega. Mani mũtirengarengaga mwaki. Mũkĩrĩ kuo mũno andũ a Nyandarua. Na mũno gũkũ Kinangofu. Na Ndũnyũ Njerũ. Mimi niko na jambo moja. Mimi nataka niwaeleze, tukifanya campaign tuliwaambia sisi ni watoto ya Mau Mau. Hawakufikiria tutawanyorosha tuwapeleke nyumbani. Sasa nataka niwaeleze, ile maandamano wanajigamba wataanza. Sisi we are busy demonstrating the capacity of the people of Kenya. Wao waendelee na maandamano na demonstrations zao. Na niwaambia hivi, wajaribu watafuta mtu mwingine wa kutisha. Wametisha hapo mbele watu ya Serelak. Huyu sio wa Serelak. Huyu hawezi tishwa. Na wa Moisore Demere maroga iguru makomothe nginya na nda nginya na mugongo gutire handshake. Netoga gutire handshake. Gutire handshake. Mainuke mucie. Maandamanire kou. Wacha nione wenye wanasema hakuna maandamano, hakuna maandamano. Asanteni sana. Haya. Wacha nipatie mjumbe wetu hapa Bwana Kenya. Ando itomurega. Joera yogo wadhani agosho. Asanteni sana. Asante sana Your Excellency the President of the Republic of Kenya kwa sababu ya kupata nafasi kututembelea. Mimi tukifanya kampeni niliwaambia huyu rais ni rafiki yangu. Kweli si kweli? Mkasema watu wa kuzimia wakizimia, mimi si mmoja wao, si kweli? Na sasa tuko ndani, we are supporting His Excellency katika mambo yake yote ya kutekeleza na kuelekeza nchi yetu mbele. Your Excellency, watu wa Kinangop kwa kauli moja wameniambia ya kwamba hawatakubali mambo ya sufuria kwa kichwa, hawatakubali mambo ya maandamano, na pia wanajua ya kwamba ulishinda uchaguzi huu. Kwa hivyo usijaribu kugawana mkate na yeyote yule. It is yours for the taking. Uendeshe nchi hii jinsi ambavyo watu walipatia mandate. La mwisho, Your Excellency, ninaposhukuru kwa sababu ya barabara hii na hiyo ya Bignano na kazi nyingine nyingi ambazo umefanya hapa. Kuna jambo moja ambalo limesumbua sana, mambo ya stima. Na hawa wananchi wamesema tunaomba utupatie affirmative action kwa sababu stima ni kitu ya maana sana katika eneo hili letu. La mwisho kabisa, tuko na shida ya administrative units, locations, sublocations na sub-counties. Kinangop tumekuwa disenfranchised somehow because we are 8 wards, we only have 2 sub-counties. Oljorok ni 4 wards only, wako na 2 sub-counties. Tunaomba kwa heshima utukubuke kwa sababu vijana hawa, wakati kuna chukuliwa wanajeshi, wakati kuna chukuliwa polisi, wakati kuna opportunities huwa wanakosa kwa sababu ni wengi na nafasi zinakuwa kidogo, na ni kwa sababu ya sub-counties. Kwa hivyo tunaomba kwa heshima, jambo hilo ni nzuri jameni. Rais atufanyie yale. Asante sana Your Excellency, karibu sana hapa kwetu. Haya. Niko na dada yetu. Mama kaunti anaitwa Gachagua. Hai! Ndũnyũ Njerũ. Nimukenete. Tunataka kuchukua fursa hii Your Excellency kukushukuru kwa kuitika mwito wetu ya kuja leo, siku ya leo, kuona shida zote zile tuko nazo hapa kwetu Nyandarua. Asanti sana. Asanti kwa kufungua hii barabara. Hii barabara ni bovu sana. Watu hata wa pikipiki walikuwa wanalia mchana usiku. Asanti sana. Mimi kama mama county, Your Excellency, nataka kuomba ombi moja. Unajua tunaweza kosa stima, tunaweza kosa barabara, lakini tukikosa maji, hiyo ni shida kubwa sana. Na hapa kwetu Nyandarua tuko na shida ya maji.
tafadhali, tafadhali mimi nakulilia kama mama county. Sasa kuna nyesha, tunataka kufanya water harvesting. Tunataka dams, tunataka tuangaliliwe zile intakes zetu ziko kule kwa milima. Kuna maneno mingi sana ya maji ambayo imekwama. Tafadhali tukuamulie. Na asante sana kwa sababu unapenda Nyandarua na sisi tunakupenda. Na nataka kukuambia hawa watu wa Nyandarua wamesema hakuna nusu mkate. Hiyo tumekataa, kata. Tunakuomba usikie hilo lobi letu. Tafadhali usiitikie mwito wowote wa huyo watu wale wanavaa sufuria kwa vichwa. Inaonekana wako na kasoro. Asante sana, Mungu akubariki. Thank you very much. Asante sana. Wacha nimwite dada yetu mbunge wa hapa Kibibiri. Adu nyujero na Kibibiri muriega. Ngai ni mwega. Na ende ciothe. Your Excellency, tunashukuru sana kwa sababu ukiwa pale Wajohi ulitupromise na less than 3 months umekuja. Jana nimeona Mheshimiwa Kioni ambaye ni mimi tu naweza ajibu yeye akisema unafungua hii barabara mara ya pili. Sasa mimi nashindwa, kwani barabara iko kwake? Si barabara ni ya serikali? Kioni, rudishia mama sufuria. Mvua imenyesha, terere imemea, chakula ipikwe. Your Excellency, hivi karibuni najua utakuja kufungua barabara ya Girugiru Machinery, na hapa kuna wananchi wa pale Kipipiri wa Mawingu, na utafungua TVET. Ile TVET yetu ya Kipipiri Technical Institute. Hiyo affirmative action, Your Excellency, peana directive. Affirmative action ya stima hapa Nyandarua kwa hii budget, na chairman wa budget ako hapa, tukipata 100 million every constituency. Hiyo itakuwa good affirmative action. Ya mwisho, Your Excellency, ukija kufungua TVET, utapeana bus. Nimenunua bus ya Wajohi ya Mawigu Secondary. Na vile hii basi unaona pale ni ya Momoi Secondary. Wazazi, Your Excellency, wamejinunulia, wamebakisha 2 milioni peke yake. Fanya kitu alafu atashukuru. Hata unasikia watoto wanaosherehekea. Asante. Momoi. Basi nitakupatia 2 milioni saa hizi uende ulipe hiyo basi. Iishe hiyo maneno. Tumalizane na hiyo basi. Tuko na viongozi wengine wengi hapa. Tuko na deputy governor wetu, mpigeni makofi. Tuko na Mheshimiwa Mike Mushira, mpigeni makofi wa kutoka Olkalao. Tuko na ndugu yetu Mheshimiwa Kiaraho, mbunge wa kutoka hapa Olkalao, mpigeni makofi. Tuko na speaker wetu Bwana Waiganjo, mpigeni makofi. Tuko na huyu majority leader, mpigeni makofi. Tuko na MCA wetu wa area. Lakini nimesema mbali na ile ya pale Naivasha, pia nimemwambia governor wetu huyu atafute shamba ingine hapa Njoro, ekari 500, na tayari nimepanga shilingi bilioni 1 ya kuja kuanzisha aggregation and industrial park hapa Nakuru, ndio tukuzanye yale mazao yote ya wakulima, tuweze kupanga hapa, kuwe na storage, kuwe na agro processing, kuwe na value addition, tuongeze dhamana, wakulima wapate pesa kwa mfuko. Na ile mazao ambayo inaharibika kwa sababu ya kukosa cold room ama cold storage, ile mazao inaharibika kwa sababu hamuna soko ya sawa, na wale mabroka na makatel wananyang'anya nyinyi mali yenu kwa sababu hamuna soko ya sawa. Sasa tutapanga hapa industrial park, tutaaggregate mazao yenu yote, tuwapangie mambo ya storage, tupange mambo ya agro processing na value addition, na tuwapangie soko ili tuhakikishe ya kwamba kilimo inatuletea utajiri na inaweka pesa kwa mfuko yenu na inatusaidia kupanga ajira ya hawa vijana.
Tumekubaliana jameni? Nakuru mnanielewa? Na mimi nataka Susan tukuje tuanzishe hiyo mradi mwezi wa 7. Tukimaliza tu budget tunakuja kuanzisha hiyo mradi hapa. Na mimi nashukuru sana huyu mrembo wenu tayari ameniambia shamba imepatikana. Negwo. Tumekubaliana? Tumekubaliana jameni? Sasa hiyo ndio kazi mimi nataka tuanze tupambane nayo tupeleke Kenya mbele. Ndio mimi nawauliza viongozi wenzangu wote. Maneno ya viongozi ilimalizika tarehe 9 mwezi wa 8 wakati wananchi hawa walipiga kura. Si ni kweli? Kuanzia tarehe 10 mwezi wa 8 tupange mambo ya hawa wananchi waliotupigia kura. Maneno ya kupanga tena ati mambo ya viongozi mnafanya maandamano. Ati tuanze mambo ya viongozi. Hiyo mtakoma. Mambo sasa ni kupanga mambo ya wananchi. Ama wananchi mnasemaje? Mnataka tuendelee kupanga mambo ya viongozi? Na mambo yenu itapangwa siku gani? Si tupange mambo ya wananchi sasa? Si nyinyi mlishatupanga kama viongozi? Wakupata si walipata? Wakukoja si wangoje? Wale walikosa si wangoje? Kwani uchaguzi iko ingine 2027? Vile mimi naona hawa jamaa wakiendelea na sufuria kwa kichwa na maandamano, hata 2027 watakosa agent. Ama namna gani? Waacha kura, watakosa hata agent. Ninyi mnanielewa jameni? So watu wa Njoro na watu wa Nakuru, si mnajua tunawapenda sana jameni? Na tutarudi hapa, tunajua bado kuna kazi nyingi. Mimi nataka niwahakikishie tumechukua muda karibu miezi 6 kupanga ile mahali. Kwa sababu ile mahali kulikuwa kumeharibika. Tunaelewana? Lakini sasa mambo iko sawa. Tumepanga vizuri. Mimi nataka niwaeleze vijana wa taifa letu la Kenya, mambo yenu tunapanga vizuri kwa sababu tunataka kutumia nguvu yenu, elimu mlio nayo, ujuzi mlio nayo kujenga taifa letu la Kenya. Na sote tutaungana na hiyo harakati. Ama mnasemaje watu wa Nakuru? Tumekubaliana? Tumekubaliana? Nani? Rigijia kwa area. Haya, tumeelewana jameni? Tutapangana pamoja na nyinyi. Asanteni sana kwa kutukaribisha. Sasa kwa sababu viongozi ni wengi, si mnajua mimi niko na jamaa ambaye ananisaidia hii kazi. Huyo mungwana anaitwa nani? Ati anaitwa nani? Mtu wa kusema ukweli? Anaitwa nani? Haya, wapi nduru ya Rigiji atusalimie. Haya, Joro hoi! Joro hoi! Watu ya Joro wa mjambo. Tumefurahi sana kufika hapa na mdozi wangu kwanza kusema asanti. Mlitusaidia sana. Tuseme ukweli, tulikuwa kwa kona. Tuwale hado hasheke. Hii watu walikuwa wametusukuma sana. Kwa hivyo kwa niaba ya rais wetu na sisi wote tunataka tuseme asanti. Tumekuja hapa kwa mambo ya maendeleo. Tulikuja hapa tukamuomba mtusaidie na mkakubali, mkatupatia kura. Huyu rais wetu akachaguliwa, akaingia kwa kazi. Mugali mko kwa chama ya UDM mlihama? Harambee! Harambee! Sasa unajua wale jamaa ya kelele hawaelewi mimi. Hawanielewi. Unajua kila mtu afanya kazi yake. Kazi yangu ni kumlinda huyu rais. Wakikoroga kazi yake nawaambia muache. Si ndio? Si niwaambia wawache. Sasa mimi naambia hao wawachane na huyu rais wetu afanye kazi. Mimi nikiwaambia hao handshake wawezekani wanafikiria ni mimi. Na mimi sina msemo, nyinyi ndio matajiri wetu. Hii handshake mnataka hamtaki? Mnataka hamtaki? Ni wangapi wanasema hataki handshake wataki? Rais wetu umejionea. Mimi nikiongea mimi sina msemo. Sisi ni watu ya kuajiriwa kazi. Sisi ni watumwa. Sisi ni watumishi.
Sisi tunafuata yenu. Yenu ndio neno la mwisho. Mkisema hakuna handshake, hakuna. Mkisema hakuna handshake, hakuna. Na tunaambia hao rais, hata nusu mkate mnataka na cooperation. Sasa mimi nauliza, rais juzi wameenda wametumana kwa rais, wamelia, tumefika mwisho, tutafutia nafasi vile tutaondokea hii maneno ya maandamano. Rais amekubali, wameambiwa endeni bunge muongee. Sasa wameanza vitisho ati watarudi kwa barabara. Si warudi? Kuna bahari barabara imeenda? Si tuko? Tunaambia hawa, mkitaka kurudi kwa barabara murudi. Bora musiguze mali ya Mkenya. Si ndio? Neguadwa itu. Mukugia korireo. Mukugia korire muche? Kwe mundu na mwana mugongo. No leo ina ke mugongo anengere cyo amunyitire. Katiguo. Neguadwa itu. Kwa hivyo rais wetu tunataka kukuhakikishia tukiwa hapa Njoro. Wewe fanya kazi yako rais ya maendeleo. Hii mambo ya mzee ya maandamano wachia mimi na hawa. Si tumekubaliana? Ya mwisho rais. Wewe rais ni Mkristo, umetuambia tusamehe wale watu walitutesa na tumekubali. Wale waliharibu uchumi wetu tumekubali. Lakini kuna jambo moja rais, hapa Njoro tutashindwa kusamehea. Wale wa jamaa walikuja hapa wakachochea Wakikuyu. Wakawadanganya ati wewe ukichaguliwa rais watahamishwa hapa. Ni uongo si uongo? Ni uongo si uongo? Wakaenda kwa radio usiku mambo ya uchochezi. Na sisi tulikuwa tumesema ya kwamba hapa Njoro Wakenya wote wakae kwa amani. Na nikakuja hapa nikamhakikishia ya kwamba rais huyu wetu akichaguliwa mtakaa na amani milele na milele. Na tangu huyu rais wetu achaguliwe mwezi 7 sasa, iko amani ama hakuna? Mimi nataka watu jamii zote hapa, Wakikuyu, Wakale, Waturukana, kila mtu mpendane, hata muone, mupatie sisi watoto ya mchanganyiko. Mtafanya namna hiyo? Mtapangana hiyo maneno? Mtafanya namna hiyo? Kwa hivyo rais wetu tunataka kuhakikishia tutarudi hapa Njoro mambo ya buses, na pia tutakuja hapa kwa mambo ya kuunganisha jamii. Kwa sababu ile uchochezi ilikuwa hapa Njoro na Molo ilikuwa ni maneno ya ushetani, ya kuchochea watu na kuwauzia uoga. Na hiyo maneno imeisha, sasa tuishi kwa amani, tupendane, tukae kama jamii. Tumekubaliana? Harambe! Atake modoka ukara ugata dekegaidie. Dekegaidie. Niedile hau. Asanteni sana, Mungu awabariki. Sasa maneno kila Wakenya waoane, mambo iende sawa. Na mtupatie hawa watoto wa Kenya. Lakini sio kupitia mpango wa kando. Ama hata mpango ya kando ni sawa? Hapana. Haya. Wacha nimuite ndugu yetu ma-DVD. Musalia Mudavadi. Nakuru hoye! Nyinyi ni wangwana kabisa. Habari huku. Nyinyi ni wangwana kabisa. Mumesikia viongozi wetu wakinena. Mimi nataka tu niongeze moja. Mulipigia nani kura? Ni nani? Salishinda. Sasa yeye aliuza sera zake, si ndio? Akatembea Kenya nzima, akauza sera za manifesto ya Kenya kwanza. Si namna hiyo? Mulimpatia idhini ili atekeleze hizo sera. Sasa hawa jamaa ambao mulishinda, sera zao hamukubali. Mulikataa. Sasa wanajaribu kusema wanataka rais wa Kenya William Ruto awachane na sera za Kenya kwanza, aanze kuuza sera za Azimio. Inawezekana kweli? Inawezekana? Yaani hawa jamaa wanasema, si nyinyi ni wangwana? Mnaelewa mambo ya ulimwengu? Kula Marekani nani ni rais? Si ni Biden?
Na Biden alishinda nani? Sa alishinda Trump. Ati sasa wewe taimajiniri. Taimajini. Ati sasa Biden aanze kuuza sera za Trump. Inawezekana? Inawezekana kweli? Basi Azimio watu wache, kwa sababu sera zao hazikupendeza wa Kenya, ni Kenya kwanza. So we cannot allow a situation where Azimio are trying to tell us to adopt policies that are not Kenya kwanza policies. Hiyo ndio full stop. Tunapeana, tunasema let Kenya kwanza and President Ruto implement their manifesto. Asanteni sana. Watu wa Njoro oye! Harambe! Bado mko pale pale. Na kwanza hata kunanyesha baraka ya Mungu leo iko Njoro. Na iko Nakuru. Kwa sababu baba wa taifa, rais wetu wako hapa siku ya leo. Mimi niko na jambo moja peke yake. Wale majamaa wameita mkutano leo. Na wakaanza kukoroga, wanasema ati wameappoint wabunge wao kuangalia ile dialogue yao, ati kisha wataripoti kwa wazee wengine wa chama chao. Na pia wakaleta vitisho, wanasema ati lazima turudishe wale terera 4. Tunawaambia hawa waturudishi. Wameenda nyumbani na wameenda wakiedanga. Na ya mwisho, tukiwa hapa Njoro tuwaeleze wafanye nini. Wacha hata kuweka sufuria kwa kichwa. Tunawaambia waweke nyungu. Waweke nyungu hata ikiwa na githeri. Hakuna mkate nusu. Na hakuna handshake. Na hakuna kitu watafanya. Kwa sababu William Ruto, rais wetu, huyo sio wa Sererak. Huyu ni wa Sererak. Huyu ni wa Mokimo na Murusik. Wanaweza tisha huyu? Mimi nauliza rais wetu kwa heshima, weye aendelee kuweka maneno ya barabara na uchumi. Hii maandamano awatie watu wadogo kama sisi. Tutanyorosha hawa watu. Watu wa Njoro, mnataka handshake? Hamunataka handshake? Mnataka maandamano? Wenye tunataka maendeleo, mkono juu, mkono juu. Asanteni sana. Njoro hamjambo. Your Excellency rais wetu, mimi sitaongea sana isipokuwa kusema asanti sana kwa yale maendeleo umeendelea kutupatia katika kaunti ya Nakuru. Sasa umefungua barabara, wakulima wataweza kuleta chakula kwa soko. Si ndio hiyo? Na nyinyi watu wa Njoro, mnajua rais wetu alitupatia minister round hii kutoka Nakuru County wa mashamba. Mnajua hivyo? Na Your Excellency and our Minister for Lands, tuna shida sana hapa Nakuru ya mashamba ya caveats. Lakini sasa kwa sababu waziri yako, hiyo manana ni wa Nakuru, lazima anze hapa Jerusalem. Si ndio hiyo? Si ndio hiyo? Na ile ingine Your Excellency ni maneno ya haya maji. Tuliongelesha wananchi wetu wa Nakuru County tukiwaomba kazi, tukawaambia tukiingia shida ya maji tutamaliza. Kwa hivyo Itare Dam ikianza Your Excellency, Nakuru sasa itakuwa sawa na itaendelea kuwa food basket ya this area and for the country. Na nikimalizia Your Excellency, hii maneno ya agro city yenye tunafanya na wewe, aggregation centers na industrial park. Hawa wananchi wetu Your Excellency, shida kubwa sana ni kukosa kazi. Hawa vijana wetu wengi na wanataka kufanya kazi. Kwa hivyo tutasaidiana, na ninakushukuru kwa sababu tangu uingia tumekaa mikutano mingi sana ukinisaidia kupanga Nakuru. Kwa hivyo vile tutasaidiana Your Excellency, ukileta hiyo affordable housing na low cost housing, na mimi vijana wetu wa Nakuru County najitolea kuwasaidia kupata technical skills za kupata kazi kwa hiyo ujenzi. Si ndio hiyo? Kama ni kuwa electrician, plumbers, painters, wa kuweka tile na hiyo ingine yote. Na pia kwa hizo aggregation centers, our farmers mtaweza sasa kuwa hamuna
post harvest loss. Nikimaliza your excellency, unajua sasa nikiwa governor siwezi ongea siasa sana, lakini nilitaka ufike hapa leo nikuangalie macho kwa macho, nione kama siku hizi umekuwa soft, kama yule mtu akitendawili ameweza kukushake kidogo. Nikwambie Nakuru County tuko gangari. Nakuru County hatutaki handshake. Munataka handshake? Nakuru County hakuna nusu mkate. Na Nakuru County hakuna maandamano, tunaandamana kwa shamba tukipanda ili bei ya chakula ishuke. Thank you very much, Your Excellency. Wow! Asante. Naomba tu Your Excellency nikushukuru. Ni awamu ya kwanza. Mkishafanya hivyo, ile ingine ya kuongeza mbele mpaka ifike 1 billion, hiyo ni kazi yangu. Nikuo, tunaelewana? Mwezi wa 6, mwezi wa 7, mimi nitakuja hapa, wewe badilisha. Tunakuja kuanzisha pale Njabini. Ndio tukusanye mboga ya hawa wananchi, tukusanye viazi ya hawa wananchi, mpaka tupate bei ya sawa. Tunaweka mazao yetu kwa storage. Muzu asituletee Kiswahili ati sijui bei hii, mpaka tukubaliane bei. Ama kwani wewe utapatiana mazao yako hivi? Hakuna. Sasa story wale mabroka watajipanga mwaka huu, tutakutana na hawa. Ama mnasemaje Nyandarua? Nego vile ngojea kidogo. Sasa wewe unaniharakisha, umeambiwa niko na haraka ya kwenda wapi? Simi niko hapa area. Ndio stadium yenu hapa. Najua mmengojea hii stadium, mambo mingi imesemekana. Mimi nataka niwaambie sasa vile hiyo kazi itafanyika. Wacha hadithi, wacha story. Hiyo kazi nilishatumana watu wa sports, wamekuja wakaifanyia survey. Sasa tunachora vile stadium ya kimataifa itakuwa hapa. Na baada ya mwezi moja, mwezi ngapi? Baada ya mwezi moja nitatangaza kandarasi rasmi ya kujenga hiyo stadium, na tunataka tumalize ndio watu wa Nyandarua mkuwe na stadium ile ambayo inatoshana na watu wa bidii kama wa hapa Nyandarua. Nego, tunaelewana? Na hiyo tuko tayari kabisa. University. Na nyinyi kweli mnataka kuniharakisha. Nyinyi mnaniendesha kama gari ya miraa. Inaendeshwa mbio. So maneno ya university, huyu viongozi wenu wameniambia ya kwamba hapa Oljororok, si ndio? Tunataka tupange hiyo mambo yenu, na hata hapa Nyandarua tuwe na university. Sasa kwa sababu katiba ya Kenya, Captain hapa. Na nyinyi network yenu iko juu kiasi gani? Yaani hii mambo yote mlishapanga tayari? Umeshapanga mkamaliza? Sasa kazi yangu ni nini? Kutekeleza tu. Haya, nitafanya ile mmepanga, mimi nitakubaliana na nyinyi. Sawa? Alafu vile mimi nataka muelewe bado tuko na matatizo ya maji. Na nimemwambia Waziri Alice Wahome, tumeongea mambo ya Malewa, tumeongea mambo ya Kinja, tumeongea mambo ya Pesi. Hiyo mambo yote sasa iko chikoni. Mimi nashughulika nayo kwa sababu tunataka tuhakikisha kwamba vile leo mimi nimetoka kule Kwale kwa mradi wa maji inaitwa Mwache. Pia hiyo ilikuwa imekwama. Nimeenda nikaikwamua, sasa tumeanza kujenga. Hizi zetu za hapa natafuta contractor na natafuta investor ndio tuweze kuhakikisha kwamba tunawapatia maji. Na vile nimekubaliana na viongozi wenu wa county ya kwamba mbali na Pesi na hizo zingine 3 tunataka kujenga dams zile zingine pia, zile ambazo sio kubwa sana. At least dams kama 15 ama 20 hapa Nyandarua. Vile tunataka kujenga dams zile zingine water pans
Pia tunataka kuhakikisha tunataka water pans karibu 3,000 Kenya, na tunataka tuhakikisha kwamba Nyandarua itakuwa katikati ya hiyo mipango. Tunaelewana jameni? Maneno ya stima, maneno ile ingine nitakuja niwaambie vile tumepanga. Na mimi nataka niwahakikishie ya kwamba Kenya hii iko sawa, tutapeleka mbele sawa sawa. Hawa wa kujaribu maneno ya maandamano, mimi nimewaambia waacheni maandamano, endeni bunge muongee kule bunge. Wacha kusumbua wananchi, wacha kuja kuharibu mali ya wananchi, wacha kuja kuharibu biashara ya wananchi. Kama mnataka mazungumzo ya kubadilisha sijui sheria gani, tuko na wabunge, nyinyi mlishawachagua. Kwani wabunge kazi yao ni nini? Si ni kupanga mambo ya sheria na kupanga vile itatengenezwa? Kwani wabunge ni watchmen? Wabunge ni madriver? Wabunge ni wapishi? Si kazi yao ni kuendesha mambo bunge? So mimi nimewaambia wale jamaa ya kwamba waende bunge. Na mimi nataka niulize watu wa Nyandarua, kweli tuambiane tu ukweli. Ile mtu ya kitendawili alitushinda kweli? Si mimi niliwaambia hii mtu nitamshinda asubuhi na mapema, na ndio tulimnyorosha akakwenda nyumbani. Ama namna gani? Si walikuwa wanaturingia ati wako na system, sijui wako na network, sijui wako na sijui nini, lakini sisi tuliwapeleka nyumbani. Waache kutusumbua. Kama wanataka kujipanga ni wapatie advice, wajipange 2027. Na wasipojipanga hata agent watakosa. Shauri yao. Ama wacha kura. Agent watakosa. Sijui kama tunaelewana. So wakiendelea na kuweka ati wanaweka sufuria kwa kichwa. Nyinyi mmeona mwanaume anaweka sufuria kwa kichwa? Sio? ati ndio bei ya gharama ya maisha irudi chini. Mimi nauliza nyinyi, kurudisha gharama ya maisha chini ni sisi kupatia nyinyi mbegu, kupatia nyinyi mbolea, wakulima wazalishe, chakula ipatikane, tupunguze gharama ya maisha. Si ndio? Ati wale wanatuambia ati ukiweka sufuria kwa kichwa na ufanye maandamano ati bei ya unga itashuka. Sio ni ukumbavu? Ama namna gani? Tunaelewana? Mimi naambia hawa jamaa, rudisheni sufuria kwa kina mama, wacheni kuwaibisha sisi. Bure kabisa. Tuko pamoja watu wa Nyandarua? Nego kana tikuo. Tuko pamoja? Bas, mimi najua wengi wenu, najua mnasema ya kwamba ati ule mtu anataka handshake. Yaani mimi nataka niwaulize. Mimi nataka niwaulize, nyinyi hata nyinyi mkinipima, mimi ni mtu ya kubali mambo ya handshake kweli? Ile mtu tu nilimwambia wacha kuharibu mali ya wananchi, wacha kupiganisha watu, wacha kulete vita na fujo. Wewe wacha hiyo story. Kama unahitaji mazungumzo, peleka mazungumzo kule bunge. Na hiyo saba yako unasema inataka ifunguliwe, peleka kule bunge. Kwani saba iko Mathare? Saba iko huko mahali anazungushia wananchi kwa makioski. So tumemwambia hiyo maneno apeleke wapi? Bunge. Lakini ya muhimu ajipange mbele. Hii ingine ilishaisha. Si ingine tulimaliza? Ama namna gani? So mumesema ati mambo ya handshake ndio wasifikirie. Unajua wanafikiria ati ni sisi ndio tumekataa. Ni nani? Si nyinyi ndio mmekataa? Si mmekataa mambo ya handshake? Hebu niole wale wanasema hakuna mambo ya handshake. Sasa wawache kusumbua sisi. Si ndio? Nilikuwa nasikia juzi ati wanasema wanataka mpango kama ile ya Kofi Annan ambayo iliwapatia nusu mkate. Nyinyi mtakubali mambo ya nusu mkate tena dunia hii? So tunamwambia mzee wa kitendawili, handshake hakuna. Cooperation hakuna. Handshake hii ingine inaitwa nusu mkate hakuna. Si ndio?
Ile iko ni kazi ya wananchi, tupeleke Kenya mbele. Tumekubaliana jameni? Bas, watu wa Nyandarua wamesema hapana. Wamesema negote. Ama mmesemaje? Aya. Sasa si mnajua mimi niko na mtu yangu ya kunisaidia kibarua hii. Anaitwa nani? Rigiji. Aya. Mnataka kusikia salamu ya Rigiji? Wape salamu, wape nduru ya Rigiji nisikie. Aya, Rigiji. Muri okuo andu aitu no mwiyumiriirie ni mwona njamba itu iria mwathurire kwiyendera ka kuringiririo makai ni mwatuikire wega twari uhoro wa ma twari handu horu twari handu hacheke andu acio ni matutindikite muno andu akarau handu ha njamba ino nani na timu itu kuma ngoro yakwa thiini amukirai ngatho ciakwa ni mwatuikire wega na ndirerire kimundu kiu getige guthumbura muthuri uyu mwanjirire ndimurangire makuhiriria ngamera meke atia turamonera 18 na marauga ni magucoka barabara ndirakimera atiriri cokai barabara no mutigathukie kindu kia mundu na merwo gutire mundu wina mwana mugongo no ria wina mwana mugongo anengere ciwo ya munyitire katiguo na mamenye magithukia indo cia andu Mukungi akorire njamba nino niratutwara wega ndimurugamirire ati nimukwenda ngeithia inyui nimukwenda marauga ati ni ndirarega nie ndi mundu wa kwandikwo inde tinywe munyandikite inde tinywe gitonga giakwa kwi mundu thakaga na gitonga giake nie kai ndingigeria twina njamba ino turamera mathie bunge makore Kimani wa Ichung'wa na wake Kimani amaikarire katiguo nimukwenda Kimani amaikarire wa Ichung'wa amaikarire mareke njamba ino irute wira mareke turute wira mathie kuu bunge marie mera ni ora makwirana okorwo ni arume tucemanie 27 andu akara uri twacokirie ngatho ni uria mwatuikire ma mugituthurira andu a UDA mugithura William Ruto mugithura mane mwatuikire wega na ithuĩ tumurutire wira niguo andu aitu kiama no UDA harape UDA kazi ni kazi katiguo ni giako ugetikwe na thogithi. Asante sana pia na ma-DVD anaitwa Musalia Mudavadi, mnamjua? Najua hii timu yetu iko haya. Musalia Mudavadi yuko pale. Pia tuko na gavana wetu Bwana Badilisha. Simama hapo kwa hiyo mguu ya gari hapo. Haya, salimia watu wako hapa Olkalao. Memwakena Your Excellency, yale mambo umesema hapa leo, ungejua roho za hawa vile zinaona, kwa sababu shida yetu kubwa ni kazi ya vijana wetu, si ndio? Lakini tukiwa na industrial park na university na stadium na maji, haya yote miradi tutatumia kutengeneza ya vijana. Tuko sawa? Sasa iko huyu ni rais wa kuchezewa? Yale ameongea ni rais wa kuchezewa? Mtamsimamia na deputy wake na chama cha UDA. Asanteni sana, Mungu awabariki, tutafuatilia hayo. yangu ni moja. Nimeona siku ya leo wale watu wa kuzimia wameita mkutano, na katika hiyo mkutano wakaanza ile vitisho yao ya kusema sijui ati hakuna maneno ya kuongea tena, ati wanarudi kwa streets, sijui maneno gani. Mimi nataka niwaeleze hivi kwa Kiswahili ndivyo wasikie. Wakitaka kuandamana hata wasigoje next month ama next week, wacha waanze leo na waandamane kwao nyumbani.
lakini niwaambie hapo bereni wamekuwa wakitisha viongozi. Huyu sio wa Sererak, huyu ni wa Gojamato na Sererak na Mursik. Huyu sio wa Sererak, huyu ni wa Gojamato na Mursik. Na metha mundu wa gutisha metha kundu kungi no ti William Samoei Ruto. Na njira rais witu wira wa maandamano na andu acio akumugia ndagatindanire nao ni atutigira ithio turi anake anini tukumaumeria nyau matige guthakira biashara cia andu a Kenya na matiguthukia biashara cia mundu ungi ni tondu ona ithue twikuo niguo tugitire andu aitu. Thengio muno andu a Nyandarua na Ngai amurathime. Mama Faith Getau. Tunakushukuru sana Your Excellency kwa kututembelea siku ya leo. Tunataka kukuambia hivi, sisi tunakupatia support 100%. Lakini kuna kitu moja tunataka kukuambia. Sisi hata Nyandarua hatutaki handshake. Sisi hata Nyandarua tunataka handshake. Munataka handshake. Hiyo tumekataa katakata. Karibu sana kutuletea maendeleo. Thank you very much. Wawasalimie. Karao muriokuo. Gegia shore ine. Asanti. Kwanza nyenyabe juge leo hii sisi tunafuraha vile tumetembelewa na rais wetu na makamu wake, na niseme vile tumekuja leo hii ilioto tinoko horoa kwa horoa bara kana maandamano toka kwa horoa maendeleo. Leo hii tumetoka huku Donyojero, tulikuwa kuraunch ile barabara tulikuwa tumeanza na rais hapa captain, na sasa tuko karibu kufika Donyojero, na ametuhakikishia hiyo barabara mnajua imefika Kipipiri, itaenda ifike Donyojero ndio tushukanishe na pale ile nyingine. Rais, mimi yangu ni machache sana. Kuna mengi tumeongea na niegwenda kumwira rais ni atu anatowika na akethe kwa sababu kuna mambo tumesema tutaongea. Ya kwanza na lazima nitaje hapa kwa sababu nyinyi ndio mmenituma. Your Excellency, hapa hawa watu unaona ni wakulima. Na hapa Olkarao kuna kitu inaitwa Olkarao Dairy. Olkarao Dairy, Your Excellency, actually walikuwa naleta, the farmers were bringing about 80 to 120,000 liters of milk per day. Hiyo imeenda chini to about 20,000. Na hii ni kwa sababu ya maneno ya COVID na the other challenges. As we are talking, Olkarao Dairy is on the deathbed. Now we know they indebted to Cooperative Bank, lakini vile tumeongea tutakaa chini na rais, na mimi najua huyu ndio baba wetu. Hiyo maneno ya Olkarao Dairy najua tutatarua. Ile ingine pia ningetaja very briefly ni maneno ya TVT Kororie. Your Excellency, I've done my part with NGCF. Nimepatiana the proportion supposed to give, but we are short of some small funds, about 25 million shillings, kwa sababu there are some things we must do, which as we're talking today, we have not been able. Na mimi najua, niliongea na waziri wako ya elimu na akanihakikishia all the machines are there. Na mimi ningetaka kuuliza rais kwa sababu ako hapa, na huyu ndio baba yetu. It will be very unprofessional for me and nikuje baba yetu atoke tu hivyo kama sijamwambia matabu yetu. Mimi najua hiyo tutatatua. Ile ya mwisho, Your Excellency, you remember very well wakati tulikuwa tumekuwa na sherehe mingi sana hapa na wewe. Na kuna hii barabara ya kwenda hapa Huruma Olkarao Roads. Wewe mwenye ulikuja ukasema hizi mabarabara ziko kama shamba. Your Excellency, as we are talking today, from 2016, huyu contractor up to today hajamaliza a small loop for almost 4-5 years. Mimi kwa sababu sasa leo hii uko hapa, mimi najua hiyo barabara inateremka hapa Huruma na kule kwingine tutatatua. Sitaki kwa sababu naona kuna nyesha na baba yetu ananyeshewa. Kana mwenda ilero. Ni mke yake anaipo. Naona togo uko na tutaongea mengi. Kwa hiyo machache nasema asante sana na Mungu awabariki. Barabara hiyo Bwana Kiarao amesema ya kwenda Huruma, Mheshimiwa Murkomen, wewe uko hapa.
na wewe ndio kazi yako. Sasa utakuja uambatana na hiyo barabara ijengwe, si namna hiyo? Ile technical training college yenu, hiyo pesa imebaki kidogo, tushaweka tayari kwa budget. Mwezi wa 6 tutaikamilisha na equipment ya milioni 70 tutawapatia. Negwo. Na hiyo kazi ingine yote ambayo umesema, hiyo ya cooperative yenu ya maziwa, waziri ambaye yuko hapa, wewe bwana Chelugui, panga mambo ya hiyo cooperative, wewe ndio unasimamia cooperatives wa Kenya. Alafu sitaki wakulima wa hapa wapate hasara. Tunaelewana? Tutaongea na cooperative bank, tutaona vile tutawapangia ndio mambo yenu iende sawa sawa. Negwo, wewe bwana speaker wetu aseme tu jambo. Sema tu jambo. Asante sana kwa kukuja, na sisi kama bunge la Nyandarua tumeahidi tunafanya kazi pamoja, na the 250 million umeongea kuhusu, governor akileta budget sisi tutapitisha, ndio national government iongeze the 250 million extra, na kutoka hapo tuweze kupata maendeleo. Asante sana, na pia maneno ya sufuria na maandamano tumekataa. Asante. Thank you, Your Excellency. Asante sana kututembelea Industrial Park. Pale kwa Industrial Park, kwani mnafikiri tunaanzisha Industrial Park ifanye nini? Si ndio ni kazi yenu ndio tunapanga pale kwa Industrial Park? Tunaelewana? Na vile vile tumepata ekari 15 hapa Nyandarua ya kujenga ile program yetu ya housing. Mimi nataka niwaeleze ya kwamba pia tukimaliza hii budget tunarudi hapa kuanzisha hiyo mradi, kwa sababu tulikubaliana tunajenga nyumba 1500 ya kwanza hapa Nyandarua, na kwa hizo kazi nyumba 1500 tunahitaji vijana karibu 10,000 ambao watatusaidia katika kupanga na kutengeneza hiyo manyumba. Vijana wa Nyandarua muko? Vijana muko? Wacha niseme tena. Nimesema ya kwamba tunakuja kuanzisha mpango wa housing. Hiyo housing 1500 nyumba za hapa Nyandarua, tunataka vijana 10,000 watakao tusaidia kufanya hiyo kazi. Tayari tuko na ardhi tumepatiwa na county, ardhi ingine tutatoa kama national government, ili wakati tunapanga mambo ya kupeleka Kenya mbele tusiache vijana wetu pia wapate ajira. Tunapanga ajira kwa housing, tunapanga ajira kwa industrial park, tunapanga ajira hata kwa kazi kama hii, ndio hawa vijana wapate ajira, wachangie katika kupeleka taifa letu la Kenya mbele. Tumekubaliana? Tumekubaliana jameni? Kuna kazi ingine mingi ambayo sitasema leo, lakini kwa sababu tulikubaliana tupange mambo ya maendeleo ya Kenya, na wauliza viongozi wale wengine wote ya kwamba hatuwezi kuendelea kusema mambo ya viongozi tena. Sasa tupange mambo ya wananchi, ama namna gani? Tunaelewana? Ndio nimeuliza wale viongozi wote, hata viongozi wa upinzani, tuwache ubinafsi, tupange mambo ya maendeleo ya wananchi. Hatuwezi kusema ya kwamba tunaenda tena kupanga mambo ya viongozi kule Nairobi na maandamano. Tunataka tupange mambo ya wananchi. Saa hizi kazi ambayo iko saa hii sio kwenda kufanya maandamano. Kazi ya saa hii ni kwenda shambani ili tuzalishe chakula tuweze kuondoa njaa. Mimi nauliza nyinyi watu wa Nyandarua, mimi niwaulize, hata tufanye maandamano kutoka asubuhi mpaka jioni, hata tuweke sufuria kwa kichwa na tuongeze kwa mgongo, bei ya chakula itashuka chini? Si lazima tuwasaidie nyinyi wakulima ndio muzalishe chakula, ndio tuweze kuondoa njaa? Sijui nani atawafundisha wale majamaa wa sufuria kwa kichwa. Tunaelewana jameni? Tumekubaliana? Ati kichwa yao ni mbaya? Sasa sijui iliharibika siku gani. Basi mimi sitaki kusema kuzidi hapo. Mimi nataka niwaambie jameni watu wa Nyandarua, asante sana. Na mimi nataka niwahakikishie tumekubaliana na governor na viongozi hao wote ya kwamba tutakuwa na nafasi tuketi chini ndio tupange mambo yenu yote, na tulainishe na ile program tulikuja hapa tukauliza mambo yenu, ile economic forum tulikuwa nayo hapa Nyandarua,
tuwaambie ya kwamba vile tumepanga na vile tutaenda mbele kwa pamoja. Mimi nawauliza jameni, watu wa Nyandarua, si tukubaliane kama Wakenya tutembee pamoja barabara ya kufanya maendeleo ya wananchi? Munasema tupange maandamano ama maendeleo? Munasema tupange maandamano ama maendeleo? Wale watu wa kuzimia baada hawajasikia ni maandamano ama maendeleo? Nafikiri wamesikia. Si namna hiyo? Na mimi nataka niwaulize jameni, tuache kusumbua wananchi. Nyinyi kama viongozi, tuendeni kule bunge, twende tuongee maneno ya viongozi kule bunge. Hakuna haja ya kuharibu biashara ya mwananchi. Hakuna haja ya kusumbua wananchi wakiwa katika biashara zao. Hakuna haja ya kulete vita. Hakuna haja ya kulete fujo. Hakuna haja ya kuharibu mali ya watu. Wale walio viongozi tumewalipa mshahara, wabunge wako bunge, wazungumzie mambo ya kubadilisha sheria ile inataka kubadilishwa. Ama namna gani jameni? Si ndio? Mambo ya uchaguzi ni baada ya miaka 5. Si ndio? na baada ya miaka 5 hata hawa watu si watakosa hata agent. Wacha kura. Agent watakosa. Ama tunasema namna gani? So mimi nasema asante sana. Si mnajua mimi niko na mtu yangu ya kunisaidia kazi. Anaitwa nani? Si anaitwa Rigiji. Mnamjua huyu mungwana? Mtu ya kusema ukweli. Haya. Unataka kusikia sauti ya Rigiji? Wape nduru ya Rigiji. Asante sana rais wetu. Adwanyo jero murega. Ni mwake na kuona jaba yanyu. Ino etagwo Ruto. Ni nyumo muthurire. Kwiyethera ka kuringiririo. Ni mwokerire tene. Pio. Na andu angi marauga ati tutiahotanire. Jamba ni eno. Ile ndagioka kurehe maendeleo. Your Excellency, nilikuja hapa Adonyo Njeru. Ulinituma nikaongea na hawa. Nikawaambia, nikawaomba kwa heshima watuombee, watupatie kura na wachague viongozi wa UDA, na wakafanya hivyo. Andu aguko nitwakenire ma. Ni mwatwikire wega. Tutiare handu hega ma. Reke twarie ma, twari handu haceke. Andu njũnjũrũ kuma ngoro-inĩ yakwa thĩinĩ, amũkĩrai ngatho ciakwa. O rĩngĩ andũ a nyũmba itũ, kuma ngoro yakwa thĩinĩ, amũkĩrai ngatho ciakwa. Mheshimiwa Rais, hawa watu ya Nyandarua walimaliza uchaguzi wakachagua wewe kama rais. Wamesema umefanya vizuri kuongea na wale jamaa waende bunge. Lakini mambo ya handshake hawa wamekataa. Mumekataa. Unajua Mheshimiwa Rais, hawa watu ya Azimio wanakachivu mimi. Ati mimi nakataa handshake. Mimi sikatai. Mimi ni mtu ya kuandikwa kazi, na hawa ndio wameniajiri kazi. Na lazima ufanye vile tajiri yako anasema. Munasema iko handshake kama hakuna. Sasa Leule atemarauga gaterere. Atake mundu kau karauga gati gitinge ngeithia. You know what kegeithie? No ndekegeithie. Ndemori aterere. Mundu ucio ri agaithirie muthamaki witu. Mundu wari mwega. Ni uria gwathire. No mwende jambe no itwe mugeithie. No mwetekere. Leule mundu ucio wahota kumugeithia we mundu mwega. Kimundu kiega tanie. Ukegeithie. Urutaga thĩinĩ wĩkĩre mũtwe ma. No mwetekere. Nĩ mwarega. Nĩ andũ aigana mago matikwenda ngeithi. Mũrĩ o kĩama kĩa UDA. Arambe. Sisi hapa katika Central Kenya, Your Excellency, tulikuchagua, tulikupenda kwa sababu wewe ni mfanyikazi. Umerudi hapa kuleta maendeleo ya barabara. Umetupangia mambo ya bolea.
na hiyo balea nitafuatilia ifike hapa. Rais wetu, wewe fanya kazi. Hawa watu ya maandamano wachia mimi. Ninatosha sitoshi? Unajua Your Excellency, sisi hatutaki wewe kusumbuka. Hawa watu waende waongee na mheshimiwa Kimani Ichung'wa. Huyu rais awachiwe nafasi afanye kazi. Na Your Excellency, nimewaambia hawa wanasema ati watarudi kwa barabara. Kwani barabara kuna pahali zimeenda? Ati watakuja kuharibu biashara, inawezekana? Nimeruga atiriri, marauga nĩ magũthũkia indo citũ. Mũkungire akorire ũ? Mũkungi akorire ũ? Na Waicha Keheri nowe kĩ? Gũtirĩ kĩndũ kĩa mũndũ gĩgũthũkio Kenya. Jabe nĩwe president wa Kenya. Nĩ ũhoro wa ma? Rais wetu anatosha hatoshi? Pale 2027 tumemaliza maneno. Akuja aendelee asiendelee? Aendelee asiendelee? Rais wetu tungetaka kuhakikishia sisi hapa katika Mlima Kenya. Sisi tukipenda mtu tumependa. Na sisi hatufichi. Sisi tuliamua tutakaa na wewe for 10 years. Hata kuwe na majaribio, hata uchumi kuwe na shida gani. Once tumeamua, tumeamua. Na sisi si watu ya kurudi nyuma. Na sisi hatuwezi rudi nyuma. Kwa sababu sisi na wewe tulipendana na tuko na maagano. Kati kwa andũ aitũ. Nĩguo ithuĩ tũrenda ũhoro wa ma. Twetekĩra mũndũ nĩ tweka atĩa? Jabe no kũrĩ ũndũ twĩkĩire mahĩtia. Ithuĩ twagũtũteithia. Na ithuĩ ndĩraruta wĩra. Unajua tulikuta iko shida mingi. Na mlisikia nikisema Kasarani. Tulifika pale kwa store hakuna kitu. Hata panya wametoroka, hakuna kitu ya kukula. Sasa huyu rais wetu ameanza kazi kama kijana. Uria mwana kiajagia waka kiubu akajereria maicha mero niguo muthuri yo araruta wira. Na muthuri yo ndirenda mumuhoere na tumuteithie. Nitugweka uguo? Nitugweka uguo? Kwa hivyo rais wetu, wewe endelea na kazi. Hawa watu wachia sisi na hii watu tunajuana. Niguo andũ aitũ. Niguo andũ aitũ. Nĩ gwenda nĩ ndakena mũno na nĩ tũrĩũka na ndĩcokerie ngatho nĩ gũthura Faith wa Gĩtaũ, nĩ gũthura Patricia, nĩ gũthura atongoria arĩa angĩ ndĩramũkĩra ngatho. Nĩ twakena? Koguo ndauga Ngai witũ amũrathime, amwĩke wega, mũrore magũkumia, amwararamĩrie mĩhaka, amũgitĩre kuma kwĩ ndwari, mĩciĩ yanyu yuraga irathimo ta cia mbura. Asanteni sana, Mungu awabariki. Mumefurahi kutembelewa na rais? Si barabara ilikuwa imeleta shida? Si sasa itafanywa? Rais, tunaomba vile tumeona hiyo tinga imeweka jembe chini na vile umepromise isiinue hiyo jembe mpaka hii barabara imalizike, ndio hawa wananchi wafurahie. Jambo ingine, Your Excellency, vile tuliongea na wewe na ukasema utatusaidia Nyandarua iwe na university. Tulipeleka barua kwa Commission of University na tukapeleka kwa waziri wa education. Tunakuomba uambie waziri agazeti hiyo chata ndio Nyandarua iwe na university. Hapo ni sawa sawa? Your Excellency, mwaka wa 2020 State Department ya Crop Production walifanya research recorborosat na wakaona inaweza toa fertilizer. Tunaomba utupatie investor wa kutoa fertilizer organic katika hapa Nyandarua ili tusupply Kenya mzima na watu ya Nyandarua wapate kazi. Hapo iko sawa sawa? Your Excellency, nikimaliza sababu watu ni wengi. Tumefanya charter ya engineer municipality na inafika hapa Donyonjeru. Tunakuomba katika hiyo municipality hizi barabara za nyuma za hii town pamoja na zile za engineer tutengenezewe ili municipality yetu isimame. Hapo ni sawa sawa? Hapo ni mzuri? Otherwise niseme hivi, watu ya Nyandarua tulikupatia kura, tulikupatia kazi. Kama mtu anataka kazi akuje hapa Nyandarua.
awache kwenda State House kusubua rais. Ni kweli? Watu wa Azimio kama wanataka kazi waende kwa wananchi, wawache kusubua rais, ndio? Rais afanye kazi yake, asisuburiwe. Napita hapa barabara kwa highway. Walikuwa wanaingia ndani kweli? Na wanataka watolewe kazi wapi? Kwa hivyo you excellency, thank you very much. Haya. Tuko hapa na ndugu yetu Musalia Mudavadi. Yeye ndio Prime Cabinet Secretary wetu, anatupangia. Muriega, mimi niko na swali. Nani aliuza sera zake kwa Wakenya na akashinda? Ni nani? Na sera za nani ziliangamia akashindwa? Ni nani? Sasa mimi nauliza serikali ni ya nani? Kwa hivyo yeye apewe nafasi atekeleze sera zake. Kule Amerika yule Biden alishinda Donald Trump. Si namna hiyo? Sasa Biden anaweza tekeleza sera za Trump? Anaweza? Kwa hivyo wale walishindwa wagoje wapate nafasi yao siku yao. Wasijaribu kusema Ruto, rais wa Kenya kwanza, na sera za Kenya kwanza, awachane na sera za Kenya kwanza, atekeleze sera za Azimio. Haiwezekani. Si namna hiyo? Asanteni sana. Haya. Niko na kijana hapa anaitwa Ndindi. Asante sana. Nyandarua oye. Andũ a Nyandarua mũrĩega. Mani mũtirengarengaga mwaki. Mũkĩrĩ kuo mũno andũ a Nyandarua. Na mũno gũkũ Kinangofu. Na Ndonyo Njeru. Mimi niko na jambo moja. Mimi nataka niwaeleze, tukifanya campaign tuliwaambia sisi ni watoto ya Mau Mau. Hawakufikiria tutawanyorosha tuwapeleke nyumbani. Sasa nataka niwaeleze, ile maandamano wanajigabo wataanza. Sisi we are busy demonstrating the capacity of the people of Kenya. Wao waendelee na maandamano na demonstrations zao. Na niwaambia hivi, wajaribu watafuta mtu mwingine wa kutisha. Wametisha hapo mbele watu ya Serelak. Huyu sio wa Serelak. Huyu hawezi tishwa. Na wa Moisore Demere maroga iguru makomothe nginya na nda nginya na mugongo gutire handshake. Netoga gutire handshake. Gutire handshake. Mainuke mucie. Maandamanire kou. Wacha nione wenye wanasema hakuna maandamano, hakuna maandamano. Asanteni sana. Haya. Wacha nipatie mjumbe wetu hapa Bwana Kenya. Andũ aitũ mũrĩega. Njoerai ũguo gwathani agocwo. Asanteni sana. Asante sana Your Excellency the President of the Republic of Kenya kwa sababu ya kupata nafasi kututembelea. Mimi tukifanya kampeni niliwaambia huyu rais ni rafiki yangu. Kweli si kweli? Mkasema watu wa kuzimia wakizimia, mimi si mmoja wao, si kweli? Na sasa tuko ndani, we are supporting His Excellency katika mambo yake yote ya kutekeleza na kuelekeza nchi yetu mbele. Your Excellency, watu wa Kinangop kwa kauli moja wameniambia ya kwamba hawatakubali mambo ya sufuria kwa kichwa, hawatakubali mambo ya maandamano, na pia wanajua ya kwamba ulishinda uchaguzi huu. Kwa hivyo usijaribu kugawana mkate na yeyote yule. It is yours for the taking. Uendeshe nchi hii jinsi ambavyo watu walikupatia mandate. La mwisho, Your Excellency, ninaposhukuru kwa sababu ya barabara hii na hiyo ya Bignano na kazi nyingine nyingi ambazo umefanya hapa. Kuna jambo moja ambalo limesumbua sana, mambo ya stima. Na hawa wananchi wamesema tunaomba utupatie affirmative action kwa sababu stima ni kitu ya maana sana katika eneo hili letu. La mwisho kabisa, tuko na shida ya administrative units, locations, sublocations na sub counties.
Kinangop tumekuwa disenfranchised somehow because we are 8 wards, we only have 2 sub-counties. Oljorok ni 4 wards only, wako na 2 sub-counties. Tunaomba kwa heshima utukubuke kwa sababu vijana hawa wakati kuna chukuliwa wanajeshi, wakati kuna chukuliwa polisi, wakati kuna opportunities huwa wanakosa kwa sababu ni wengi na nafasi zinakuwa kidogo na ni kwa sababu ya sub-counties. Kwa hivyo tunaomba kwa heshima, jambo hilo ni nzuri jameni. Rais atufanyie yale. Asante sana Your Excellency, karibu sana hapa kwetu. Hai Donyojaro Nemokenete. Tunataka kuchukua fursa hii Your Excellency kukushukuru kwa kuitika mwito wetu ya kuja leo, siku ya leo, kuona shida zote zile tuko nazo hapa kwetu Nyandarua. Asanti sana. Asanti kwa kufungua hii barabara. Hii barabara ni bovu sana. Watu hata wa pikipiki walikuwa wanalia mchana usiku. Asanti sana. Mimi kama mama county Your Excellency, nataka kuomba ombi moja. Unajua tunaweza kosa stima, tunaweza kosa barabara, lakini tukikosa maji, hiyo ni shida kubwa sana. Na hapa kwetu Nyandarua tuko na shida ya maji. Tafadhali, tafadhali mimi nakulilia kama mama county. Sasa kuna nyesha, tunataka kufanya water harvesting. Tunataka dams, tunataka tuangaliliwe zile intakes zetu ziko kule kwa milima. Kuna maneno mingi sana ya maji ambayo imekwama. Tafadhali tukuamulie. Na asanti sana kwa sababu unapenda Nyandarua na sisi tunakupenda. Na nataka kukuambia hawa watu wa Nyandarua wamesema hakuna nusu mkate. Hiyo tumekataa, kata. Tunakuomba usikie hilo lobi letu. Tafadhali usiitikie mwito wowote wa huyo watu wale wanavaa sufuria kwa vichwa. Inaonekana wako na kasoro. Asante sana, Mungu akubariki. Thank you very much. Asante sana. Wacha nimwite dada yetu mbunge wa hapa Kibibiri. Adwado nyojero na kifeferi muriega. Gaine mwega. Na ede siothe. Your Excellency, tunashukuru sana kwa sababu ukiwa pale Wajohi ulitupromise na less than 3 months umekuja. Jana nimeona Mheshimiwa Kioni ambaye ni mimi tu naweza ajibu yeye akisema unafungua hii barabara mara ya pili. Sasa mimi nashindwa, kwani barabara iko kwake? Si barabara ni ya serikali? Kioni, rudishia mama sufuria. Mvua imenyesha, terere imemea, chakula ipikwe. Your Excellency, hivi karibuni najua utakuja kufungua barabara ya Girugiru Machinery, na hapa kuna wananchi wa pale Kipipiri wa Mawingu, na utafungua TVET. Ile TVET yetu ya Kipipiri Technical Institute. Hiyo affirmative action, Your Excellency, peana directive. Affirmative action ya stima hapa Nyandarua kwa hii budget, na chairman wa budget ako hapa, tukipata 100 million every constituency. Hiyo itakuwa good affirmative action. Ya mwisho, Your Excellency, ukija kufungua TVET, utapeana bus. Nimenunua bus ya Wajohi ya Mawigu Secondary. Na vile hii basi unaona pale ni ya Momoi Secondary. Wazazi, Your Excellency, wamejinunulia, wamebakisha 2 milioni peke yake. Fanya kitu alafu atashukuru. Hata unasikia watoto wanaosherehekea. Asante. Momoi. Basi nitakupatia 2 milioni saa hizi uende ulipe hiyo basi. Iishe hiyo maneno. Tumalizane na hiyo basi. Tuko na viongozi wengine wengi hapa. Tuko na deputy governor wetu, mpigeni makofi.
Tuko na Mheshimiwa Mike Mushira, mpigeni makofi wa kutoka Olkalao. Tuko na ndugu yetu Mheshimiwa Kiaraho, mbunge wa kutoka hapa Olkalao, pigeni makofi. Tuko na spika wetu Bwana Waiganjo, mpigeni makofi. Tuko na huyu majority leader, mpigeni makofi. Tuko na MCA wetu wa area, lakini nimesema mbali na ile ya pale Naivasha, pia nimemwambia governor wetu huyu atafute shamba ingine hapa Njoro, ekari 500, na tayari nimepanga shilingi bilioni 1 ya kuja kuanzisha aggregation and industrial park hapa Nakuru, ndio tukuzanye yale mazao yote ya wakulima tuweze kupanga hapa, kuwe na storage, kuwe na agro processing, kuwe na value addition, tuongeze dhamana, wakulima wapate pesa kwa mfuko, na ile mazao ambayo inaharibika kwa sababu ya kukosa cold room ama cold storage, ile mazao inaharibika kwa sababu hamuna soko ya sawasawa, na wale mabroka na makatel wananyang'anya nyinyi mali yenu kwa sababu hamuna soko ya sawasawa. Sasa tutapanga hapa industrial park, tutaaggregate mazao yenu yote, tuwapangie mambo ya storage, tupange mambo ya agroprocessing na value addition, na tuwapangie soko ili tuhakikishe ya kwamba kilimo inatuletea utajiri na inaweka pesa kwa mfuko yenu na inatusaidia kupanga ajira ya hawa vijana. Tumekubaliana jameni? Nakuru mnanielewa? Na mimi nataka Susan tukuje tuanzishe hiyo mradi mwezi wa 7. Tukimaliza tu budget tunakuja kuanzisha hiyo mradi hapa. Na mimi nashukuru sana, huyu mrembo wenu tayari ameniambia shamba imepatikana. Negwo, tumekubaliana? Tumekubaliana jameni? Sasa hiyo ndio kazi mimi nataka tuanze, tupambane nayo, tupeleke Kenya mbele. Ndio mimi nawauliza viongozi wenzangu wote, maneno ya viongozi ilimalizika tarehe 9 mwezi wa 8 wakati wananchi hawa walipiga kura. Si ni kweli? Kuanzia tarehe 10 mwezi wa 8 tupange mambo ya hawa wananchi waliotupigia kura. Maneno ya kupanga tena ati mambo ya viongozi mnafanya maandamano, ati tuanze mambo ya viongozi, hiyo mtakoma. Mambo sasa ni kupanga mambo ya wananchi. Ama wananchi mnasemaje? Mnataka tuendelee kupanga mambo ya viongozi? Na mambo yenu itapangwa siku gani? Si tupange mambo ya wananchi sasa? Si nyinyi mlishatupanga kama viongozi? Wakupata si walipata? Wakukoja si wangoje? Wale walikosa si wangoje? Kwani uchaguzi iko ingine 2027? Vile mimi naona hawa jamaa wakiendelea na sufuria kwa kichwa na maandamano, hata 2027 watakosa agent. Ama namna gani? Waacha kura, watakosa hata agent. Ninyi mnanielewa jameni? So watu wa Njoro na watu wa Nakuru, si mnajua tunawapenda sana jameni? Na tutarudi hapa, tunajua bado kuna kazi nyingi. Mimi nataka niwahakikishie tumechukua muda karibu miezi 6 kupanga ile mahali, kwa sababu ile mahali kulikuwa kumeharibika. Tunaelewana? Lakini sasa mambo iko sawa, tumepanga vizuri. Mimi nataka niwaeleze vijana wa taifa letu la Kenya, mambo yenu tunapanga vizuri, kwa sababu tunataka kutumia nguvu yenu, elimu mlio nayo, ujuzi mlio nayo kujenga taifa letu la Kenya, na sote tutaungana na hiyo harakati. Ama mnasemaje watu wa Nakuru? Tumekubaliana? Tumekubaliana? Nani? Rigijia kwa area. Haya, tumeelewana jameni? Tutapangana pamoja na nyinyi. Asanteni sana kwa kutukaribisha. Sasa kwa sababu viongozi ni wengi, si mnajua mimi niko na jamaa ambaye ananisaidia hii kazi. Huyo muungwana anaitwa nani? Ati anaitwa nani? Mtu wa kusema ukweli. Anaitwa nani?
Haya, wape nduru ya Rigiji atusalimie. Haya, Joro hoi. Joro hoi. Watu ya Joro mjambo. Tumefurahi sana kufika hapa na mdozi wangu kwanza kusema asanti. Mlitusaidia sana. Tuseme ukweli, tulikuwa kwa kona. Tuwale hado hasheke. Hii watu walikuwa wametusukuma sana. Kwa hivyo kwa niaba ya rais wetu na sisi wote tunataka tuseme asanti. Tumekuja hapa kwa mambo ya maendeleo. Tulikuja hapa tukamuomba mtusaidie na mkakubali, mkatupatia kura. Huyu rais wetu akachaguliwa, akaingia kwa kazi. Mugali mko kwa chama ya UDM mlihama? Harambee! Harambee! Sasa unajua wale jamaa ya kelele hawaelewi mimi. Hawanielewi. Unajua kila mtu afanya kazi yake. Kazi yangu ni kumlinda huyu rais. Wakikoroga kazi yake nawaambia muache. Si ndio? Si niwaambia wawache. Sasa mimi naambia hao wawachane na huyu rais wetu afanye kazi. Mimi nikiwaambia hao handshake wawezekani wanafikiria ni mimi. Na mimi sina msemo, nyinyi ndio matajiri wetu. Hii handshake mnataka hamtaki? Mnataka hamtaki? Ni wangapi anasema hataki handshake hataki? Rais wetu umejionea. Mimi nikiongea mimi sina msemo. Sisi ni watu ya kuajiriwa kazi. Sisi ni watumwa. Sisi ni watumishi. Sisi tunafuata yenu. Yenu ndio neno la mwisho. Mkisema hakuna handshake hakuna. Mkisema hakuna handshake hakuna. Na tunaambia hao rais hata nusu mkate mnataka? Na cooperation. Sasa mimi nauliza, rais juzi wameenda wametumana kwa rais. Wamelia. Tumefika mwisho, tutafutia nafasi vile tutaondokea hii maneno ya maandamano. Rais amekubali. Wameambiwa endeni bunge muongee. Sasa wameanza vitisho ati watarudi kwa barabara. Si warudi? Kuna bahari barabara imeenda? Si tuko? Tunaambia hawa mkitaka kurudi kwa barabara murudi. Bora. Musiguse mali ya Mkenya. Si ndio? Negwadwa ito. Mukugia kolireo. Mukugia kolire mushe? Kwe mundu na mwana mugongo. No leo nake mugongo anengere cyo ya munyitire. Kati guo. Negwadwa ito. Kwa hivyo rais wetu tunataka kukuhakikishia tukiwa hapa Njoro. Wewe fanya kazi yako rais ya maendeleo. Hii mambo ya mzee ya maandamano wachia mimi na hawa. Si tumekubaliana? Ya mwisho rais. Wewe rais ni Mkristo, umetuambia tusamee wale watu walitutesa na tumekubali. Wale waliharibu uchumi wetu tumekubali. Lakini kuna jambo moja rais, hapa Njoro tutashindwa kusamea. Wale wa jamaa walikuja hapa wakachochea Wakikuyu. Wakawadanganya ati wewe ukichaguliwa rais watahamishwa hapa. Ni uongo si uongo? Ni uongo si uongo? Wakaenda kwa radio usiku mambo ya uchochezi. Na sisi tulikuwa tumesema ya kwamba hapa Njoro Wakenya wote wakae kwa amani. Na nikakuja hapa nikamhakikishia ya kwamba rais huyu wetu akichaguliwa mtakaa na amani milele na milele. Na tangu huyu rais wetu achaguliwe mwezi 7 sasa, iko amani ama hakuna? Mimi nataka watu jamii zote hapa, Wakikuyu, Wakale, Waturukana, kila mtu mupendane, hata muone, mupatie sisi watoto ya mchanganyiko. Mtafanya namna hiyo? Mtapanga hiyo maneno? Mtafanya namna hiyo? Kwa hivyo rais wetu tunataka kuhakikishia tutarudi hapa Njoro mambo ya buses, na pia tutakuja hapa kwa mambo ya kuunganisha jamii. Kwa sababu ile uchochezi ilikuwa hapa Njoro na Molo ilikuwa ni maneno ya ushetani, ya kuchochea watu na kuwauzia uoga. Na hiyo maneno imeisha, sasa tuishi kwa amani, tupendane, tukae kama jamii. Tumekubaliana? Harambee! Atake modoka ukara ugagate dekegaidie. Dekegaidie. Niedile hau. Asanteni sana, Mungu awabariki. Sasa maneno kila Wakenya waoane, mambo iende sawa.
na mtupatie hao watoto wa Kenya, lakini sio kupitia mpango wa kando. Ama hata mpango ya kando ni sawa? Hapana, hapana. Haya, wacha nimuite ndugu yetu ma-DVD. Musalia Mudavadi. Nakuru hoye! Nyinyi ni wangwana kabisa. Habari huku. Nyinyi ni wangwana kabisa. Mumesikia viongozi wetu wakinena. Mimi nataka tu niongeze moja. Mulipigia nani kura? Ni nani? Salishinda. Sasa yeye aliuza sera zake, si ndio? Akatembea Kenya nzima, akauza sera za manifesto ya Kenya kwanza. Si namna hiyo? Mulimpatia idhini ili atekeleze hizo sera. Sasa hawa jamaa ambao mulishinda, sera zao hamukubali. Mulikataa. Sasa wanajaribu kusema wanataka Rais wa Kenya William Ruto awachane na sera za Kenya kwanza, aanze kuuza sera za Azimio. Inawezekana kweli? Inawezekana? Yaani hawa jamaa wanasema, si nyinyi ni wangwana? Mnaelewa mambo ya ulimwengu? Kula Marekani nani ni rais? Si ni Biden? Si ni Biden? Na Biden alishinda nani? Sa alishinda Trump. Ati sasa wewe taimajiniri. Taimajini. Ati sasa Biden aanze kuuza sera za Trump. Inawezekana? Inawezekana kweli? Basi Azimio watu wache, kwa sababu sera zao hazikupendeza wa Kenya, ni Kenya kwanza. So we cannot allow a situation where Azimio are trying to tell us to adopt policies that are not Kenya kwanza policies. Hiyo ndio full stop. Tunapeana, tunasema let Kenya kwanza and President Ruto implement their manifesto. Asanteni sana. Watu wa Joro oye! Harambe! Bado mko pale pale? Na kwanza hata kunanyesha baraka ya Mungu leo iko Joro. Na iko Nakuru. Kwa sababu baba wa taifa, rais wetu wako hapa siku ya leo. Mimi niko na jambo moja peke yake. Wale majamaa wameita mkutano leo. Na wakaanza kukoroga, wanasema ati wameappoint wabunge wao kuangalia ile dialogue yao, ati kisha wataripoti kwa wazee wengine wa chama chao. Na pia wakaleta vitisho, wanasema ati lazima turudishe wale terera 4. Tunawaambia hawa waturudishi. Wameenda nyumbani na wameenda wakiedanga. Na ya mwisho, tukiwa hapa Joro tuwaeleze wafanye nini. Wacha hata kuweka sufuria kwa kichwa. Tunawaambia waweke nyungu. Waweke nyungu hata ikiwa na githeri. Hakuna mkate nusu. Na hakuna handshake. Na hakuna kitu watafanya. Kwa sababu William Ruto, rais wetu, huyo sio wa Sererak. Huyu ni wa Sererak. Huyu ni wa Mokimo na Murusik. Wanaweza tisha huyu? Mimi nauliza rais wetu kwa heshima, weye aendelee kuweka maneno ya barabara na uchumi. Hii maandamano awatie watu wadogo kama sisi. Tutanyorosha hawa watu. Watu wa Njoro, mnataka handshake? Hamunataka handshake? Mnataka maandamano? Wenye tunataka maendeleo, mkono juu, mkono juu. Asanteni sana. Njoro hamjambo. Your Excellency rais wetu, mimi sitaongea sana isipokuwa kusema asanti sana
kwa yale maendeleo umeendelea kutupatia katika kaunti ya Nakuru. Sasa umefungua barabara, wakulima wataweza kuleta chakula kwa soko. Si ndio hiyo? Na nyinyi watu wa Njoro, mnajua rais wetu alitupatia minister round hii kutoka Nakuru County wa mashamba. Mnajua hivyo? Na Your Excellency and our Minister for Lands, tuna shida sana hapa Nakuru ya mashamba ya caveats. Lakini sasa kwa sababu waziri yako, hiyo manana ni wa Nakuru, lazima anze hapa Jerusalem. Si ndio hiyo? Si ndio hiyo? Na ile ingine Your Excellency ni maneno ya haya maji. Tuliongelesha wananchi wetu wa Nakuru County tukiwaomba kazi, tukawaambia tukiingia shida ya maji tutamaliza. Kwa hivyo Itare Dam ikianza Your Excellency, Nakuru sasa itakuwa sawa na itaendelea kuwa food basket ya this area and for the country. Na nikimalizia Your Excellency, hii maneno ya agro city yenye tunafanya na wewe, aggregation centers na industrial park. Hawa wananchi wetu Your Excellency, shida kubwa sana ni kukosa kazi. Hawa vijana wetu wengi na wanataka kufanya kazi. Kwa hivyo tutasaidiana, na ninakushukuru kwa sababu tangu uingia tumekaa mikutano mingi sana ukinisaidia kupanga Nakuru. Kwa hivyo vile tutasaidiana Your Excellency, ukileta hiyo affordable housing na low cost housing, na mimi vijana wetu wa Nakuru County najitolea kuwasaidia kupata technical skills za kupata kazi kwa hiyo ujenzi. Si ndio hiyo? Kama ni kuwa electrician, plumbers, painters, wa kuweka tile na hiyo ingine yote. Na pia kwa hizo aggregation centers, our farmers mtaweza sasa kuwa hamuna post harvest loss. Nikimaliza Your Excellency, unajua sasa nikiwa governor siwezi ongea siasa sana. Lakini nilitaka ufike hapa leo nikuangalie macho kwa macho. Nione kama siku hizi umekuwa soft. Kama yule mtu akitendawili ameweza kukushake kidogo. Nikwambie Nakuru County tuko gangari. Nakuru County hatutaki handshake. Mnataka handshake? Nakuru County hakuna nusu mkate. Na Nakuru County hakuna maandamano, tunaandamana kwa shamba tukipanda ili bei ya chakula ishuke. Thank you very much Your Excellency. Wow! Asante. Naomba tu Your Excellency nikushukuru. Ni awamu ya kwanza. Mkishafanya hivyo, ile ingine ya kuongeza mbele mpaka ifike 1 billion, hiyo ni kazi yangu. Nekuo, tunaelewana? Mwezi wa 6, mwezi wa 7, mimi nitakuja hapa, wewe badilisha. Tunakuja kuanzisha pale Njabini. Ndio tukusanye mboga ya hawa wananchi. Tukusanye viazi ya hawa wananchi. Mpaka tupate bei ya sawa sawa. Tunaweka mazao yetu kwa storage. Muzu asituletee Kiswahili ati sijui bei hii. Mpaka tukubaliane bei ama? Kwani wewe utapatiana mazao yako hivi hivi? Hakuna. Sasa story wale mabroka watajipanga mwaka huu. Tutakutana na hawa. Ama mnasemaje Nyandarua? Nego. Vile. Ngojea kidogo. Sasa wewe unaniharakisha, umeambiwa niko na haraka ya kwenda wapi? Simi niko hapa area. Ndio. Stadium yenu hapa. Najua mmengojea hii stadium, mambo mingi imesemekana. Mimi nataka niwaambie sasa vile hiyo kazi itafanyika. Wacha hadithi, wacha story. Hiyo kazi nilishatumana watu wa sports, wamekuja wakaifanyia survey. Sasa tunachora vile stadium ya kimataifa itakuwa hapa. Na baada ya mwezi moja, mwezi ngapi? Baada ya mwezi moja nitatangaza kandarasi rasmi ya kujenga hiyo stadium, na tunataka tumalize ndio watu wa Nyandarua mkuwe na stadium ile ambayo inatoshana na watu wa bidii kama wa hapa Nyandarua. Negwo, tunaelewana? Na hiyo tuko tayari kabisa. University. Na nyinyi kweli mnataka kuniharakisha. Nyinyi mnaniendesha kama gari ya miraa. Inaendeshwa mbio. So maneno ya university, huyu viongozi wenu
wameniambia ya kwamba hapa Oljororok, si ndio? Tunataka tupange hiyo mambo yenu na hata hapa Nyandarua tuwe na university. Sasa kwa sababu katiba ya Kenya, Captain hapa. Hey, na nyinyi network yenu iko juu kiasi gani? Yaani hii mambo yote mlishapanga tayari? Umeshapanga mkamaliza? Sasa kazi yangu ni nini? Kutekeleza tu. Haya, nitafanya ile mmepanga, mimi nitakubaliana na nyinyi. Sawa. Alafu vile vile mimi nataka muelewe bado tuko na matatizo ya maji. Na nimemwambia Waziri Alice Wahome. Tumeongea mambo ya Malewa, tumeambia mambo ya Kinja, tumeongea mambo ya Pesi. Hiyo mambo yote sasa iko chikoni. Mimi nashughulika nayo kwa sababu tunataka tuhakikisha kwamba vile leo mimi nimetoka kule Kwale kwa mradi wa maji inaitwa Mwache. Pia hiyo ilikuwa imekwama. Nimeenda nikaikwamua, sasa tumeanza kujenga. Hizi zetu za hapa natafuta contractor na natafuta investor ndio tuweze kuhakikisha kwamba tunawapatia maji. Na vile vile nimekubaliana na viongozi wenu wa county ya kwamba mbali na Pesi na hizo zingine 3 tunataka kujenga dams zile zingine pia, zile ambazo sio kubwa sana. At least dams kama 15 ama 20 hapa Nyandarua. Vile vile tunataka kujenga dams zile zingine pans, water pans. Pia tunataka kuhakikisha tunataka water pans karibu 3,000 Kenya, na tunataka tuhakikisha kwamba ya Nyandarua itakuwa katikati ya hiyo mipango. Tunaelewana jameni? Maneno ya stima, maneno ile ingine nitakuja niwaambie vile tumepanga. Na mimi nataka niwahakikishie ya kwamba Kenya hii iko sawa, tutapeleka mbele sawa sawa. Hawa wa kujaribu maneno ya maandamano, mimi nimewaambia waacheni maandamano, endeni bunge muongee kule bunge. Wacha kusumbua wananchi, wacha kuja kuharibu mali ya wananchi, wacha kuja kuharibu biashara ya wananchi. Kama mnataka mazungumzo ya kubadilisha sijui sheria gani, tuko na wabunge, nyinyi mlishawachagua. Kwani wabunge kazi yao ni nini? Si ni kupanga mambo ya sheria na kupanga vile itatengenezwa? Kwani wabunge ni watchmen? Wabunge ni madriver? Wabunge ni wapishi? Si kazi yao ni kuendesha mambo bunge? So mimi nimewaambia wale jamaa ya kwamba waende bunge. Na mimi nataka niulize watu wa Nyandarua, kweli tuambiane tu ukweli. Ile mtu ya kitendawili alitushinda kweli? Si mimi niliwaambia hii mtu nitamshinda asubuhi na mapema, na ndio tulimnyorosha akakwenda nyumbani. Ama namna gani? Si walikuwa wanaturingia ati wako na system, sijui wako na network, sijui wako na sijui nini, lakini sisi tuliwapeleka nyumbani. Wawache kutusumbua. Kama wanataka kujipanga, niwapatie advice, wajipange 2027. Na wasipojipanga hata agent watakosa. Shauri yao. Ama wacha kura, agent watakosa. Sijui kama tunaelewana. So wakiendelea na kuweka ati wanaweka sufuria kwa kichwa. Nyinyi mumeona mwanaume anaweka sufuria kwa kichwa? Sio? ati ndio bei ya gharama ya maisha irudi chini. Mimi nauliza nyinyi, kurudisha gharama ya maisha chini ni sisi kupatia nyinyi mbegu, kupatia nyinyi mbolea, wakulima wazalishe, chakula ipatikane, tupunguze gharama ya maisha. Si ndio? Ati wale wanatuambia ati ukiweka sufuria kwa kichwa na ufanye maandamano ati bei ya unga itashuka. Sio ni ukumbavu? Ama namna gani? Tunaelewana? Mimi naambia hawa jamaa, rudisheni sufuria kwa kina mama, wacheni kuwaibisha sisi. Bure kabisa. Tuko pamoja watu wa Nyandarua. Nego kana tikuo. Tuko pamoja. Bas, mimi najua wengi wenu, najua mnasema ya kwamba ati ule mtu anataka handshake. Yaani mimi nataka niwaulize. Mimi nataka niwaulize,
nyinyi hata nyinyi mkinipima, mimi ni mtu ya kubali mambo ya handshake kweli? Ile mtu tu nilimwambia wacha kuharibu mali ya wananchi, wacha kupiganisha watu, wacha kulete vita na fujo. Wewe wacha hiyo story. Kama unahitaji mazungumzo, peleka mazungumzo kule bunge. Na hiyo saba yako unasema inataka ifunguliwe, peleka kule bunge. Kwani saba iko Mathare? Saba iko huko mahali anazungushia wananchi kwa makioski. So tumemwambia hiyo maneno apeleke wapi? Bunge. Lakini ya muhimu ajipange mbele. Hii ingine ilishaisha. Si ingine tulimaliza? Ama namna gani? So mumesema ati mambo ya handshake ndio wasifikirie. Unajua wanafikiria ati ni sisi ndio tumekataa. Ni nani? Si nyinyi ndio mmekataa? Si mmekataa mambo ya handshake? Hebu nione wala wanasema hakuna mambo ya handshake. Sasa wawaje kusumbua sisi, si ndio? Nilikuwa nasikia juzi ati wanasema wanataka mpango kama ile ya Kofi Annan ambayo iliwapatia nusu mkate. Nyinyi mtakubali mambo ya nusu mkate tena dunia hii? So tunamwambia mzee wa kitendawili, handshake hakuna, cooperation hakuna, handshake hii ingine inaitwa nusu mkate hakuna, si ndio? Ile iko ni kazi ya wananchi, tupeleke Kenya mbele. Tumekubaliana jameni? Basi watu wa Nyandarua wamesema hapana, wamesema negote. Ama mmesemaje? Aya, sasa si mnajua mimi niko na mtu yangu ya kunisaidia kibarua hii anaitwa nani? Rigiji. Aya, mnataka kusikia salamu ya Rigiji? Wape salamu, wape nduru ya Rigiji nisikie. Haya, Rigiji. Muri okuo andu aitu no mwiyumiriirie ni mwona njamba itu iria mwathurire kwiyendera ka kuringiririo makai ni mwatwikire wega twari uhoro wa ma twari handu horu twari handu hacheke andu acio ni matutindikite muno andu akarau handu ha njamba ino nani na timu itu kuma ngoro yakwa thiini amukirai ngatho ciakwa ni mwatwikire wega na ndirerire kimundu kiu gitige guthumbura muthuri uyu mwanjirire ndimurangire makuhiriria ngamera meke atia turamonera 18 na marauga ni magucoka barabara ndirakimera atiriri cokai barabara no mutigathukie kindu kia mundu na merwo gutire mundu wina mwana mugongo no ria wina mwana mugongo anengere cio ya munyitire katiguo na mamenye magithukia indo cia andu. Mukungi akorire u njamba nino niratutwara wega ndimurugamirire ati nimukwenda ngeithia inyui nimukwenda marauga ati ni ndirarega nie ndi mundu wa kwandikwo inde tinywe munyandikite inde tinywe gitonga giakwa kwi mundu thakaga na gitonga giake nie ngai ndingigeria twina njamba ino turamera mathie mbunge makore Kimani wa Ichung'wa na wake Kimani maikarire katiguo ni mukwenda Kimani maikarire wa Ichung'wa maikarire mareke njamba ino irute wira mareke turute wira mathie kuu mbunge marie mera ni ora makwirana okorwo ni arume tucemanie 27 andu akara uri twacokirie ngatho ni uria mwatwikire mugituthurira andu a UDA mugithura William Ruto mugithura mane mwatwikire wega na ithuĩ tumurutire wira niguo andu aitu kiama no UDA harape UDA kazi ni kazi katiguo ni giako ugetikwe na thogithi na ma-DVD anaitwa Musalia Mudavadi, mnamjua? Najua hii timu yetu iko haya. Musalia Mudavadi yuko pale. Pia tuko na gavana wetu Bwana Badilisha. Simama hapo kwa hiyo mguu ya gari hapo. Haya, salimia watu wako hapa Olkalao.
Memwakena. Your Excellency, yale mambo umesema hapa leo, ungejua roho za hawa vile zinaona, kwa sababu shida yetu kubwa ni kazi ya vijana wetu, si ndio? Lakini tukiwa na industrial park na university na stadium na maji, haya yote miradi tutatumia kutengeneza ya vijana. Tuko sawa? Sasa iko huyu ni rais wa kuchezewa. Yale ameongea ni rais wa kuchezewa. Mtamsimamia na deputy wake na chama cha UDA. Asanteni sana, Mungu awabariki, tutafuatilia hayo. Yangu ni moja. Nimeona siku ya leo wale watu wa kuzimia wameita mkutano, na katika hiyo mkutano wakaanza ile vitisho yao ya kusema sijui ati hakuna maneno ya kuongea tena, ati wanarudi kwa streets, sijui maneno gani. Mimi nataka niwaeleze hivi kwa Kiswahili ndivyo wasikie. Wakitaka kuandamana hata wasigoje next month ama next week, wacha waanze leo na waandamane kwao nyumbani. Lakini niwaambie, hapo bereni wamekuwa wakitisha viongozi. Huyu sio wa Sererak, huyu ni wa Gojamato na Sererak na Mursik. Huyu sio wa Sererak, huyu ni wa Gojamato na Mursik. Na metha mundu wa gutisha metha kundu kungi no ti William Samoei Ruto. Na njĩra rais witũ wĩra wa maandamano na andũ acio akũmũgia ndagatindanĩre nao, nĩ atũtigĩra ithuĩ tũrĩ anake anini tũkũmaumeria nyau matige gũthakĩra biacara cia andũ a Kenya na matigũthũkia biacara cia mũndũ ũngĩ, nĩ tondũ ona ithuĩ twĩkuo nĩguo tũgitĩre andũ aitũ. Thengiũ mũno andũ a Nyandarua, na Ngai amũrathime. Mama Faith Getau. Tunakushukuru sana Your Excellency kwa kututembelea siku ya leo. Tunataka kukuambia hivi, sisi tunakupatia support 100%. Lakini kuna kitu moja tunataka kukuambia. Sisi hata Nyandarua hatutaki handshake. Sisi hata Nyandarua tunataka handshake. Munataka handshake. Hiyo tumekataa katakata. Karibu sana kutuletea maendeleo. Thank you very much. Wawasalimie. Karao muriokuo. Gegia sherehe ine. Asanti. Kwanza nienyabe juge leo hii sisi tunafuraha vile tumetembelewa na rais wetu na makamu wake, na niseme vile tumekuja leo hii iliote tinoko horoa kwa lio horoa bara kana maandamano tuoka kwa lio horoa maendeleo. Leo hii tumetoka huku Donyojero, tulikuwa kuraunch ile barabara tulikuwa tumeanza na rais hapa captain, na sasa tuko karibu kufika Donyojero, na ametuhakikishia hiyo barabara mnajua imefika Kipipiri, itaenda ifike Donyojero ndio tushukanishe na pale ile nyingine. Rais, mimi yangu ni machache sana. Kuna mengi tumeongea na niegwenda kumwira rais yatu anatokuikana na kedhi kwa sababu kuna mambo tumesema tutaongea. Ya kwanza na lazima nitaje hapa kwa sababu nyinyi ndio mmenituma. Your Excellency, hapa hawa watu naona ni wakulima. Na hapa Olkarao kuna kitu inaitwa Olkarao Dairy. Olkarao Dairy, Your Excellency, actually walikuwa naleta, the farmers were bringing about 80 to 120,000 liters of milk per day. Hiyo imeenda chini to about 20,000. Na hii ni kwa sababu ya maneno ya COVID na the other challenges. As we are talking, Olkarao Dairy is on the deathbed. Now we know they indebted to Cooperative Bank, lakini vile tumeongea tutakaa chini na rais, na mimi najua huyu ndio baba wetu.
Hiyo maneno ya ukarao daily najua tutatarua. Ile ingine pia ningetaja very briefly ni maneno ya TVET Kororie. Your Excellency, I've done my part with NGCF. Nimepatiana the proportion I'm supposed to give, but we are short of some small funds, about 25 million shillings, kwa sababu there are some things we must do, which as we're talking today, we have not been able. Na mimi najua, niliongea na waziri wako ya elimu na akanihakikishia all the machines are there. Na mimi ningetaka kuuliza rais kwa sababu ako hapa, na huyu ndio baba yetu. It will be very unprofessional for me and nikuje baba yetu atoke tu hivyo kama sijamwambia matabu yetu. Mimi najua hiyo tutatatua. Ile ya mwisho, Your Excellency, you remember very well wakati tulikuwa tumekuwa na sherehe mingi sana hapa na wewe. Na kuna hii barabara ya kwenda hapa Huruma au Karao Roads. Wewe mwenyewe ulikuja ukasema hizi mabarabara ziko kama shamba. Your Excellency, as we are talking today, from 2016, huyu contractor up to today hajamaliza a small loop for almost 4 or 5 years. Mimi kwa sababu sasa leo hii uko hapa, mimi najua hiyo barabara inateremka hapa Huruma na kule kwingine tutatatua. Sitaki kwa sababu naona kunanyesha na baba yetu ananyeshewa. Kana mwenda ilero. Ni mke yaje na ipo. Naona toka huko na tutaongea mengi. Kwa hiyo machache nasema asante sana na Mungu awabariki. Barabara hiyo bwana Kiarao amesema ya kwenda Huruma, Mheshimiwa Murkomen, wewe huko hapa. Na wewe ndio kazi yako. Sasa utakuja uambatana na hiyo barabara ijengwe. Si namna hiyo? Ile technical training college yenu, hiyo pesa imebaki kidogo, tushaweka tayari kwa budget. Mwezi wa 6 tutaikamilisha na equipment ya milioni 70 tutawapatia. Nego. Na hiyo kazi nyingine yote ambayo umesema hiyo ya cooperative yenu ya maziwa. Waziri ambaye yuko hapa, wewe bwana Chelugui, panga mambo ya hiyo cooperative, wewe ndio unasimamia cooperatives wa Kenya. Alafu sitaki wakulima wa hapa wapate hasara. Tunaelewana? Tutaongea na cooperative bank, tutaona vile tutawapangia ndio mambo yenu iende sawa sawa. Nego. Wewe bwana speaker wetu aseme tu jambo. Sema tu jambo. Asante sana kwa kukuja, na sisi kama bunge la Nyandarua tumeahidi tunafanya kazi pamoja, na the 250 million umeongea kuhusu, governor akileta budget sisi tutapitisha, ndio national government iongeze the 250 million extra, na kutoka hapo tuweze kupata maendeleo. Asante sana, na pia maneno ya sufuria na maandamano tumekataa. Asante. Thank you, Your Excellency. Asante sana kututembelea Industrial Park. Pale kwa Industrial Park, kwani mnafikiri tunaanzisha Industrial Park ifanye nini? Si ndio ni kazi yenu ndio tunapanga pale kwa Industrial Park? Tunaelewana? Na vile vile tumepata ekari 15 hapa Nyandarua ya kujenga ile program yetu ya housing. Mimi nataka niwaeleze ya kwamba pia tukimaliza hii budget tunarudi hapa kuanzisha hiyo mradi, kwa sababu tulikubaliana tunajenga nyumba 1500 ya kwanza hapa Nyandarua, na kwa hizo kazi nyumba 1500 tunahitaji vijana karibu 10,000 ambao watatusaidia katika kupanga na kutengeneza hiyo manyumba. Vijana wa Nyandarua muko? Vijana muko? Wacha niseme tena. Nimesema ya kwamba tunakuja kuanzisha mpango wa housing. Hiyo housing 1500 nyumba za hapa Nyandarua. Tunataka vijana 10,000 watakao tusaidia kufanya hiyo kazi. Tayari tuko na ardhi tumepatiwa na county. Ardhi ingine tutatoa kama national government, ili wakati tunapanga mambo ya kupeleka Kenya mbele, tusiache vijana wetu pia wapate ajira. Tunapanga ajira kwa housing, tunapanga ajira kwa industrial park, tunapanga ajira hata kwa kazi kama hii, ndio hawa vijana wapate ajira, wachangie katika kupeleka taifa letu la Kenya mbele. Tumekubaliana? Tumekubaliana jameni? Kuna kazi ingine mingi ambayo sitasema leo, lakini kwa sababu tulikubaliana tupange mambo ya maendeleo ya Kenya, na wauliza viongozi wale wengine wote ya kwamba hatuwezi kuendelea kusema mambo ya
wa mambo ya viongozi tena. Sasa tupange mambo ya wananchi, ama namna gani? Tunaelewana? Ndio nimeuliza wale viongozi wote, hata viongozi wa upinzani, tuwache ubinafsi, tupange mambo ya maendeleo ya wananchi. Hatuwezi kusema ya kwamba tunaenda tena kupanga mambo ya viongozi kule Nairobi na maandamano. Tunataka tupange mambo ya wananchi. Saa hizi, kazi ambayo iko saa hii sio kwenda kufanya maandamano. Kazi ya saa hii ni kwenda shambani ili tuzalishe chakula, tuweze kuondoa njaa. Mimi nauliza nyinyi watu wa Nyandarua, mimi niwaulize, hata tufanye maandamano kutoka asubuhi mpaka jioni, hata tuweke sufuria kwa kichwa na tuongeze kwa mgongo, bei ya chakula itashuka chini? Si lazima tuwasaidie nyinyi wakulima ndio muzalishe chakula, ndio tuweze kuondoa njaa? Sijui nani atawafundisha wale majamaa wa sufuria kwa kichwa. Tunaelewana jameni? Tumekubaliana? Ati kichwa yao ni mbaya? Sasa sijui iliharibika siku gani. Basi mimi sitaki kusema kuzidi hapo. Mimi nataka niwaambie jameni, watu wa Nyandarua, asante sana. Na mimi nataka niwahakikishie tumekubaliana na gavana na viongozi hao wote ya kwamba tutakuwa na nafasi tuketi chini ndio tupange mambo yenu yote na tulainishe na ile program tulikuja hapa tukauliza mambo yenu, ile economic forum tulikuwa nayo hapa Nyandarua, tuwaambie ya kwamba vile tumepanga na vile tutaenda mbele kwa pamoja. Mimi nawauliza jameni, watu wa Nyandarua, si tukubaliane kama Wakenya tutembee pamoja barabara ya kufanya maendeleo ya wananchi? Munasema tupange maandamano ama maendeleo? Munasema tupange maandamano ama maendeleo? Wale watu wa kuzimia baada hawajasikia ni maandamano ama maendeleo? Nafikiri wamesikia. Si namna hiyo? Na mimi nataka niwaulize jameni, tuache kusumbua wananchi. Nyinyi kama viongozi, tuendeni kule bunge, twende tuongee maneno ya viongozi kule bunge. Hakuna haja ya kuharibu biashara ya mwananchi. Hakuna haja ya kusumbua wananchi wakiwa katika biashara zao. Hakuna haja ya kulete vita. Hakuna haja ya kulete fujo. Hakuna haja ya kuharibu mali ya watu. Wale walio viongozi tumewalipa mshahara, wabunge wako bunge, wazungumzie mambo ya kubadilisha sheria ile inataka kubadilishwa. Ama namna gani jameni? Si ndio? Mambo ya uchaguzi ni baada ya miaka 5. Si ndio? na baada ya miaka 5 hata hawa watu si watakosa hata agent. Wacha kura, agent watakosa. Ama tunasema namna gani? So mimi nasema asante sana. Si mnajua mimi niko na mtu yangu ya kunisaidia kazi. Anaitwa nani? Si anaitwa Rigiji. Mnamjua huyo mungwana? Mtu ya kusema ukweli. Haya, unataka kusikia sauti ya Rigiji? Wape nduru ya Rigiji. Asante sana rais wetu. Adwanyo jero murega. Reirie. Ni mwakera ni kuona jamba yanyu. Ino etagwo Ruto. Ni nyumwa muthurire. Kwiyethera ka kuringiririo. Ni mwokerire tene. Pio. Na andu angi marauga ati tutiahotanire. Jamba ni eno. Ile ndagioka kurehe maendeleo. Your Excellency, nilikuja hapa Donyo, ulinituma nikaongea na hawa. Nikawaambia, nikawaomba kwa heshima watuombee, watupatie kura na wachague viongozi wa UDA, na wakafanya hivyo. Andu agoko nitwakenire ma. Ni mwatwikire wega. Tutiari handu hega ma. Reke twarie ma, twari handu haceke. Andu njũnjũrũ kuma ngoro-inĩ yakwa thĩinĩ, amũkĩrai ngatho ciakwa. O rĩngĩ andũ a nyũmba itũ, kuma ngoro yakwa thĩinĩ, amũkĩrai ngatho ciakwa. Mheshimiwa Rais, hawa watu ya Nyandarua walimaliza uchaguzi wakachagua wewe kama rais.
wamesema umefanya vizuri kuongea na wale jamaa waende bunge, lakini mambo ya handshake hawa wamekataa. Mumekataa. Unajua Mheshimiwa Rais, hawa watu ya Azimio wanakachifu mimi ati mimi nakataa handshake. Mimi sikatai. Mimi ni mtu ya kuandikwa kazi na hawa ndio wameniajiri kazi, na lazima ufanye vile tajiri yako anasema. Munasema iko handshake kama hakuna. Sasa leule atemarau gagate rere atekemundu kau kara gagate getinge geithia. You know what kegeithie? No kegeithie. Demori aterere. Mundu ucio ri agaithirie muthamaki witu. Mundu wari mwega. Ni uria gwathire. No mwende jambe no itwe mugeithie. No mwetekere. Leule mundu ucio wahota kumugeithia we mundu mwega. Kimundu kiega tanie. Ukegeithie. Urute gathe-ini wikire mutwema. No mwetekere. Ni mwarega. Ni andu aigana mago matikwenda ngeithi. Muri o kiama kia UDA. Arambe. Sisi hapa katika Central Kenya, Your Excellency, tulikuchagua, tulikupenda kwa sababu wewe ni mfanyikazi. Umerudi hapa kuleta maendeleo ya barabara. Umetupangia mambo ya bolea, na hiyo bolea nitafuatilia ifike hapa. Rais wetu, wewe fanya kazi. Hawa watu ya maandamano wachia mimi. Ninatosha sitoshi? Unajua Your Excellency, sisi hatutaki wewe kusumbuka. Hawa watu waende waongee na Mheshimiwa Kimani Ichung'wa. Huyu rais awachiwe nafasi afanye kazi. Na Your Excellency, nimewaambia hawa wanasema ati watarudi kwa barabara. Kwani barabara kuna pahali zimeenda? Ati watakuja kuharibu biashara. Inawezekana? Nimeru aterere. Marauga no maguthukia indo citu. Mukungire akorire u. Mukungi akorire u. Na waichake heri no weke. Gutire kindu kia mundu giguthukio Kenya. Jabe ni president wa Kenya. Ni uhoro ama? Rais wetu anatosha hatoshi? Pale 2027 tumemaliza maneno. Akuja aendelee asiendelee? Asiendelee? Rais wetu tungetaka kuhakikishia sisi hapa katika Mlima Kenya. Sisi tukipenda mtu tumependa. Na sisi hatufichi. Sisi tuliamua tutakaa na wewe for 10 years. Hata kuwa na majaribio, hata uchumi kuwe na shida gani. Once tumeamua. Na sisi si watu ya kurudi nyuma. Na sisi hatuwezi rudi nyuma. Kwa sababu sisi na wewe tulipendana na tuko na maagano. Kati kwa watu neguo ithu tunademokario horo wama twetekera mundu ne tweka atia jabe no kuro twekeire mahitia ithu twako tutaithia na ithu ndiraruta wira. Unajua tulikuta iko shida mingi, na mlisikia nikisema Kasarani tulifika pale kwa store hakuna kitu, hata panya wametoroka, hakuna kitu ya kukula. Sasa huyu rais wetu ameanza kazi kama kijana uria mwana kiajagia waka kiubu akajereria maisha mero niguo muthuri araruta wira, na muthuri urenda mumuhoera na tumuteithie. Nitogweka uguo. Kwa hivyo rais wetu, wewe endelea na kazi. Hao watu wachia sisi na hii watu tunajuana. Niguo andu aitu. Ni gwenda ni dake na muno na nituriuka na ndicokerie ngatho ni guthura Faith wa Gitau, ni guthura Badirisha, ni guthura tongoria ari angi ndiramukira ngatho. Nitwakena. Koguo ndauga Ngai witu amurathime. Amweke wega. Murore magukumia. Amwararamerie mihaka. Amugitire kuma kwi ndwari. Micii yanyu yuraga irathimo ta cia mbura. Asanteni sana, Mungu awabariki. Mumefurahi kutembelewa na rais? Si barabara ilikuwa imeleta shida, si sasa itafanywa? Rais, tunaomba vile tumeona hiyo tinga imeweka jembe chini,
na vile umepromise isiinue hiyo jembe mpaka hii barabara imalizike, ndio hawa wananchi wafurahie. Jambo ingine, Your Excellency, vile tuliongea na wewe na ukasema utatusaidia Nyandarua iwe na university, tulipeleka barua kwa Commission of University na tukapeleka kwa waziri wa education. Tunakuomba uambie waziri agazeti hiyo chata ndio Nyandarua iwe na university. Hapo ni sawa sawa? Your Excellency, mwaka wa 2020 State Department ya Crop Production walifanya research recorborosat na wakaona inaweza toa fertilizer. Tunaomba utupatie investor wa kutoa fertilizer organic katika hapa Nyandarua ili tusupply Kenya mzima na watu ya Nyandarua wapate kazi. Hapo iko sawa sawa? Your Excellency, nikimaliza sababu watu ni wengi. Tumefanya charter ya engineer municipality na inafika hapa Donyonjeru. Tunakuomba katika hiyo municipality hizi barabara za nyuma za hii town pamoja na zile za engineer tutengenezewe ili municipality yetu isimame. Hapo ni sawa sawa? Hapo ni mzuri? Otherwise niseme hivi, watu ya Nyandarua tulikupatia kura, tulikupatia kazi. Kama mtu anataka kazi akuje hapa Nyandarua, awache kwenda State House kusubua rais. Ni kweli? Watu wa Azimio kama wanataka kazi waende kwa wananchi, wawache kusubua rais. Ndio rais afanye kazi yake, asisuburiwe. Napita hapa barabara kwa highway, walikuwa wanaingia ndani kweli, na wanataka watolewe kazi wapi? Kwa hivyo Your Excellency, thank you very much. Haya, tuko hapa na ndugu yetu Musalia Mudavadi. Yeye ndio Prime Cabinet Secretary wetu, anatupangia. Muriega, mimi niko na swali. Nani aliuza sera zake kwa Wakenya na akashinda? Ni nani? Na sera za nani ziliangamia akashindwa? Ni nani? Sasa mimi nauliza serikali ni ya nani? Kwa hivyo yeye apewe nafasi atekeleze sera zake. Kule Amerika yule Biden alishinda Donald Trump. Si namna hiyo? Sasa Biden anaweza tekeleza sera za Trump? Anaweza? Kwa hivyo wale walishindwa wagoje wapate nafasi yao siku yao. Wasijaribu kusema Ruto, rais wa Kenya kwanza, na sera za Kenya kwanza, awachane na sera za Kenya kwanza, atekeleze sera za Azimio. Haiwezekani. Si namna hiyo? Asanteni sana. Haya, niko na kijana hapa anaitwa Ndindi. Asante sana. Nyandarua oye! Andũ a Nyandarua mũrĩega? Mani mũtirengarengaga mwaki. Mũkĩrĩ kuo mũno andũ a Nyandarua. Na mũno gũkũ Kinangofu na Ndonyo Njeru. Mimi niko na jambo moja. Mimi nataka niwaeleze, tukifanya campaign tuliwaambia sisi ni watoto ya Mau Mau. Hawakufikiria tutawanyorosha tuwapeleke nyumbani. Sasa nataka niwaeleze, ile maandamano wanajigambo wataanza. Sisi we are busy demonstrating the capacity of the people of Kenya. Wao waendelee na maandamano na demonstrations zao. Na niwaambia hivi, wajaribu watafuta mtu mwingine wa kutisha. Wametisha hapo mbele watu ya Serelak. Huyu sio wa Serelak. Huyu hawezi tishwa. Na wa muicori ndemere maroga iguru makomothe nginya na nda nginya na mugongo gutire handshake. Netoga gutire handshake. Gutire handshake. Mainuke mucie. Maandamanire kou. Wacha nione wenye wanasema hakuna maandamano, hakuna maandamano.
Asanteni sana. Haya, wacha nipatie mjumbe wetu hapa Bwana Kenya. Ando itumuriega. Joera yogo wadhani agosho. Asanteni sana. Asante sana Your Excellency the President of the Republic of Kenya kwa sababu ya kupata nafasi kututembelea. Mimi tukifanya kampeni niliwaambia huyu rais ni rafiki yangu. Kweli si kweli? Mkasema watu wa kuzimia wakizimia, mimi si mmoja wao, si kweli? Na sasa tuko ndani, we are supporting His Excellency katika mambo yake yote ya kutekeleza na kuelekeza nchi yetu mbele. Your Excellency, watu wa Kinangop kwa kauli moja wameniambia ya kwamba hawatakubali mambo ya sufuria kwa kichwa, hawatakubali mambo ya maandamano, na pia wanajua ya kwamba ulishinda uchaguzi huu. Kwa hivyo usijaribu kugawana mkate na yeyote yule. It is yours for the taking. Uendeshe nchi hii jinsi ambavyo watu walipatia mandate. La mwisho, Your Excellency, ninaposhukuru kwa sababu ya barabara hii na hiyo ya Bignano na kazi nyingine nyingi ambazo umefanya hapa. Kuna jambo moja ambalo limesumbua sana, mambo ya stima. Na hawa wananchi wamesema tunaomba utupatie affirmative action kwa sababu stima ni kitu ya maana sana katika eneo hili letu. La mwisho kabisa, tuko na shida ya administrative units, locations, sublocations na sub-counties. Kinangop tumekuwa disenfranchised somehow because we are 8 wards, we only have 2 sub-counties. Oljorok ni 4 wards only, wako na 2 sub-counties. Tunaomba kwa heshima utukubuke kwa sababu vijana hawa wakati kuna chukuliwa wanajeshi, wakati kuna chukuliwa polisi, wakati kuna opportunities huwa wanakosa kwa sababu ni wengi na nafasi zinakuwa kidogo na ni kwa sababu ya sub-counties. Kwa hivyo tunaomba kwa heshima, jambo hilo ni nzuri jameni. Rais atufanyie yale. Asante sana Your Excellency, karibu sana hapa kwetu. Haya, niko na dada yetu mama kaunti anaitwa Gachagua. Hai! Donyojaro! Nemokenete! Tunataka kuchukua fursa hii Your Excellency kukushukuru kwa kuitika mwito wetu ya kuja leo, siku ya leo, kuona shida zote zile tuko nazo hapa kwetu Nyandarua. Asanti sana. Asanti kwa kufungua hii barabara. Hii barabara ni bovu sana. Watu hata wa pikipiki walikuwa wanalia mchana usiku. Asanti sana. Mimi kama mama county, Your Excellency, nataka kuomba ombi moja. Unajua tunaweza kosa stima, tunaweza kosa barabara, lakini tukikosa maji, hiyo ni shida kubwa sana. Na hapa kwetu Nyandarua tuko na shida ya maji. Tafadhali, tafadhali, mimi nakulilia kama mama county. Sasa kuna nyesha, tunataka kufanya water harvesting. Tunataka dams, tunataka tuangaliliwe zile intakes zetu ziko kule kwa milima. Kuna maneno mingi sana ya maji ambayo imekwama. Tafadhali tukuamulie. Na asanti sana kwa sababu unapenda Nyandarua na sisi tunakupenda. Na nataka kukuambia hawa watu wa Nyandarua wamesema hakuna nusu mkate. Hiyo tumekataa, kata. Tunakuomba usikie hilo lobi letu. Tafadhali usiitikie mwito wowote waue watu wale wanavaa sufuria kwa vichwa. Inaonekana wako na kasoro. Asante sana, Mungu akubariki. Thank you very much. Asante sana. Wacha nimuite dada yetu mbunge wa hapa Kibibini. Adu nyujaro na kifeferi muriega. Ngai ni mwega na ende ciothe. Your Excellency, tunashukuru sana kwa sababu ukiwa pale Wajoi ulitupromise na less than 3 months umekuja. Jana nimeona Mheshimiwa Kioni ambaye ni mimi tu naweza hajibu yeye akisema unafungua hii barabara mara ya pili. Sasa mimi nashindwa, kwani barabara iko kwake? Si barabara ni ya serikali?
kio nirudishia mama sufuria. Mvua imenyesha, terere imemea, chakula ipikwe. Your Excellency, hivi karibuni najua utakuja kufungua barabara ya Girugiru Machinery, na hapa kuna wananchi wa pale Kipipiri wa Mawingu, na utafungua TVET. Ile TVET yetu ya Kipipiri Technical Institute. Iyo affirmative action, Your Excellency, peana directive. Affirmative action ya stima hapa Nyandarua kwa hii budget, na chairman wa budget ako hapa, tukipata 100 million every constituency. Iyo itakuwa good affirmative action. Ya mwisho, Your Excellency, ukija kufungua TVET, utapeana bus. Nimenunua bus ya Wajohi ya Mawigu Secondary. Na vile vile, hii basi unaona pale ni ya Momoi Secondary. Wazazi, Your Excellency, wamejinunulia, wamebakisha 2 milioni peke yake. Fanya kitu, alafu atashukuru. Hata unasikia watoto wanaosherehekea. Asante. Momoi, basi nitakupatia 2 milioni saa hizi, uende ulipe hiyo basi. Iishe hiyo maneno. Tumalizane na hiyo basi. Tuko na viongozi wengine wengi hapa. Tuko na deputy governor wetu, mpigeni makofi. Tuko na mheshimiwa Mike Mushira, mpigeni makofi, wa kutoka Olkalao. Tuko na ndugu yetu mheshimiwa Kiaraho, mbunge wa kutoka hapa Olkalao, mpigeni makofi. Tuko na speaker wetu bwana Waiganjo, mpigeni makofi. Tuko na huyu majority leader, mpigeni makofi. Tuko na MCA wetu wa area. Lakini nimesema mbali na ile ya pale Naivasha, pia nimemwambia governor wetu huyu atafute shamba ingine hapa Njoro, ekari 500, na tayari nimepanga shilingi bilioni 1 ya kuja kuanzisha aggregation and industrial park hapa Nakuru, ndio tukuzanye yale mazao yote ya wakulima, tuweze kupanga hapa, kuwe na storage, kuwe na agro processing, kuwe na value addition, tuongeze dhamana, wakulima wapate pesa kwa mfuko, na ile mazao ambayo inaharibika kwa sababu ya kukosa cold room ama cold storage, ile mazao inaharibika kwa sababu hamuna soko ya sawasawa, na wale mabroka na makatel wananyang'anya nyinyi mali yenu kwa sababu hamuna soko ya sawasawa. Sasa tutapanga hapa industrial park, tutaaggregate mazao yenu yote, tuwapangie mambo ya storage, tupange mambo ya agro processing na value addition, na tuwapangie soko, ili tuhakikishe ya kwamba kilimo inatuletea utajiri na inaweka pesa kwa mfuko yenu na inatusaidia kupanga ajira ya hawa vijana. Tumekubaliana jameni? Nakuru, mnanielewa? Na mimi nataka Susan tukuje tuanzishe hiyo mradi mwezi wa 7. Tukimaliza tu budget tunakuja kuanzisha hiyo mradi hapa. Na mimi nashukuru sana, huyu mrembo wenu tayari ameniambia shamba imepatikana. Negwo, tumekubaliana? Tumekubaliana jameni? Sasa hiyo ndio kazi mimi nataka tuanze, tupambane nayo, tupeleke Kenya mbele. Ndio mimi nawauliza viongozi wenzangu wote, maneno ya viongozi ilimalizika tarehe 9 mwezi wa 8 wakati wananchi hawa walipiga kura. Si ni kweli? Kuanzia tarehe 10 mwezi wa 8 tupange mambo ya hawa wananchi waliotupigia kura. Maneno ya kupanga tena ati mambo ya viongozi mnafanya maandamano, ati tuanze mambo ya viongozi, hiyo mtakoma. Mambo sasa ni kupanga mambo ya wananchi. Ama wananchi mnasemaje? Mnataka tuendelee kupanga mambo ya viongozi? Na mambo yenu itapangwa siku gani? Si tupange mambo ya wananchi sasa? Si nyinyi mlishatupanga kama viongozi? Wakupata si walipata? Wakukoja si wangoje? Wale walikosa si wangoje? Kwani uchaguzi iko ingine 2027? Vile mimi naona hawa jamaa wakiendelea na sufuria kwa kichwa na maandamano, hata 2027 watakosa agent.
ama namna gani? Wacha kura, watakosa hata agent. Ninyi mnanielewa jameni? So watu wa Njoro na watu wa Nakuru, si mnajua tunawapenda sana jameni, na tutarudi hapa, tunajua bado kuna kazi nyingi. Mimi nataka niwahakikishie tumechukua muda karibu miezi 6 kupanga ile mahali, kwa sababu ile mahali kulikuwa kumeharibika. Tunaelewana? Lakini sasa mambo iko sawa, tumepanga vizuri. Mimi nataka niwaeleze vijana wa taifa letu la Kenya, mambo yenu tunapanga vizuri, kwa sababu tunataka kutumia nguvu yenu, elimu mlio nayo, ujuzi mlio nayo kujenga taifa letu la Kenya, na sote tutaungana na hiyo harakati. Ama mnasemaje watu wa Nakuru? Tumekubaliana? Tumekubaliana? Nani? Rigijia kwa area. Haya, tumeelewana jameni? Tutapangana pamoja na nyinyi. Asanteni sana kwa kutukaribisha. Sasa kwa sababu viongozi ni wengi, si mnajua mimi niko na jamaa ambaye ananisaidia hii kazi. Huyo muungwana anaitwa nani? Ati anaitwa nani? Mtu wa kusema ukweli. Anaitwa nani? Haya, wapi nduru ya Rigiji atusalimie. Haya, Joro hoi. Joro hoi. Watu ya Joro mjambo. Tumefurahi sana kufika hapa, na mdozi wangu kwanza kusema asanti. Mlitusaidia sana. Tuseme ukweli, tulikuwa kwa kona. Tuwale hado hasheke. Hii watu walikuwa wametusukuma sana. Kwa hivyo kwa niaba ya rais wetu na sisi wote tunataka tuseme asanti. Tumekuja hapa kwa mambo ya maendeleo. Tulikuja hapa tukamuomba mtusaidie na mkakubali, mkatupatia kura. Huyu rais wetu akachaguliwa, akaingia kwa kazi. Mugali mko kwa chama ya UDM mlihama? Harambee! Harambee! Sasa unajua wale jamaa ya kelele hawaelewi mimi. Hawanielewi. Unajua kila mtu afanya kazi yake. Kazi yangu ni kumlinda huyu rais. Wakikoroga kazi yake nawaambia muache. Si ndio? Si niwaambia wawache. Sasa mimi naambia hao wawachane na huyu rais wetu afanye kazi. Mimi nikiwaambia hao handshake wawezekani, wanasukiria ni mimi. Na mimi sina msemo, nyinyi ndio matajiri wetu. Hii handshake mnataka hamtaki? Mnataka hamtaki? Ni wangapi anasema hataki handshake, hataki? Rais wetu umejionea. Mimi nikiongea, mimi sina msemo. Sisi ni watu ya kuajiriwa kazi. Sisi ni watumwa. Sisi ni watumishi. Sisi tunafuata yenu. Yenu ndio neno la mwisho. Mkisema hakuna handshake, hakuna. Mkisema hakuna handshake, hakuna. Na tunaambia hao, rais hata nusu mkate mnataka? Na cooperation. Sasa mimi nauliza, rais juzi wameenda wametumana kwa rais. Wamelia. Tumefika mwisho, tutafutia nafasi vile tutaondokea hii maneno ya maandamano. Rais amekubali. Wameambiwa endeni bunge muongee. Sasa wameanza vitisho ati watarudi kwa barabara. Si warudi? Kuna pahali barabara imeenda? Si tuko? Tunaambia hawa mkitaka kurudi kwa barabara murudi. Bora. Musiguse mali ya Mkenya. Si ndio? Negwadwa ito. Mukugia kolideo. Mukugia kolideo moche? Kwe mundu na mwana mugongo. No leo yenake mugongo anengere cyo ya munyitire. Kati guo. Negwadwa ito. Kwa hivyo rais wetu tunataka kukuhakikishia tukiwa hapa Njoro. Wewe fanya kazi yako rais ya maendeleo. Hii mambo ya mzee ya maandamano wachia mimi na hawa. Si tumekubaliana? Ya mwisho rais. Wewe rais ni Mkristo, umetuambia tusamee wale watu walitutesa na tumekubali. Wale waliharibu uchumi wetu tumekubali. Lakini kuna jambo moja rais, hapa Njoro tutashindwa kusamea. Wale wa jamaa
walikuja hapa wakachochea Wakikuyu, wakawadanganya ati wewe ukichaguliwa rais watahamishwa hapa. Ni uongo si uongo? Ni uongo si uongo? Wakaenda kwa radio usiku, mambo ya uchochezi. Na sisi tulikuwa tumesema ya kwamba hapa Njoro Wakenya wote wakae kwa amani, na nikakuja hapa nikamhakikishia ya kwamba rais huyu wetu akichaguliwa mtakaa na amani milele na milele. Na tangu huyu rais wetu achaguliwe mwezi 7 sasa, iko amani ama hakuna? Mimi nataka watu jamii zote hapa, Wakikuyu, Wakale, Waturukana, kila mtu mupendane, hata muone, mupatie sisi watoto ya mchanganyiko. Mtafanya namna hiyo? Mtapangana hiyo maneno? Mtafanya namna hiyo? Kwa hivyo rais wetu tunataka kuhakikishia tutarudi hapa Njoro mambo ya buses, na pia tutakuja hapa kwa mambo ya kuunganisha jamii, kwa sababu ile uchochezi ilikuwa hapa Njoro na Molo ilikuwa ni maneno ya ushetani ya kuchochea watu na kuwauzia uoga, na hiyo maneno imeisha. Sasa tuishi kwa amani, tupendane, tukae kama jamii. Tumekubaliana? Harambe! Atake modoke ukara ugaata dekegaidie. Dekegaidie. Niedile hau. Asanteni sana, Mungu awabariki. Sasa maneno kila Wakenya waoane, mambo iende sawa. Na mtupatie hawa watoto wa Kenya. Lakini sio kupitia mpango wa kando. Ama hata mpango ya kando ni sawa? Hapana. Haya. Wacha nimuite ndugu yetu ma-DVD. Musalia Mudavadi. Nakuru hoye! Nyinyi ni wangwana kabisa. Habari huku. Nyinyi ni wangwana kabisa. Mumesikia viongozi wetu wakinena. Mimi nataka tu niongeze moja. Mulipigia nani kura? Ni nani? Alishinda. Sasa yeye aliuza sera zake, si ndio? Akatembea Kenya nzima, akauza sera za manifesto ya Kenya kwanza. Si namna hiyo? Mulimpatia idhini ili atekeleze hizo sera. Sasa hawa jamaa ambao mulishinda, sera zao hamukubali. Mulikataa. Sasa wanajaribu kusema wanataka rais wa Kenya William Ruto awachane na sera za Kenya kwanza, aanze kuuza sera za Azimio. Inawezekana kweli? Inawezekana? Yaani hawa jamaa wanasema si nyinyi ni wangwana? Mnaelewa mambo ya ulimwengu? Kula Marekani nani ni rais? Si ni Biden? Si ni Biden? Na Biden alishinda nani? Alishinda Trump. Ati sasa wewe taimajiniri. Taimajini. Ati sasa Biden aanze kuuza sera za Trump. Inawezekana? Inawezekana kweli? Basi Azimio watu wache, kwa sababu sera zao hazikupendeza wa Kenya, ni Kenya kwanza. So we cannot allow a situation where Azimio are trying to tell us to adopt policies that are not Kenya kwanza policies. Hiyo ndio full stop. Tunapeana, tunasema let Kenya kwanza and President Ruto implement their manifesto. Asanteni sana. Watu wa Njoro oye! Harambe! Bado mko pale. Na kwanza hata kunanyesha baraka ya Mungu leo iko Njoro. Na iko Nakuru. Kwa sababu baba wa taifa, rais wetu wako hapa siku ya leo. Mimi niko na jambo moja peke yake. Wale majamaa wameita mkutano leo. Na wakaanza kukoroga, wanasema ati wameappoint wabunge wao kuangalia ile dialogue
dialogue yao, atikisha wataripoti kwa wazee wengine wa chama chao, na pia wakaleta vitisho, wanasema ati lazima turudishe wale terera 4. Tunawaambia hao waturudishi, wameenda nyumbani na wameenda wakiedanga. Na ya mwisho, tukiwa hapa Joro tuwaeleze wafanye nini. Wacha hata kuweka sufuria kwa kichwa, tunawaambia waweke nyungu. Waweke nyungu hata ikiwa na githeri. Hakuna mkate nusu, na hakuna handshake, na hakuna kitu watafanya. Kwa sababu William Ruto, rais wetu, huyo sio wa Sererak. Huyu ni wa Sererak. Huyu ni wa Mokimo na Murusik. Wanaweza tisha huyu? Mimi nauliza rais wetu kwa heshima, weye aendelee kuweka maneno ya barabara na uchumi. Hii maandamano awatie watu wadogo kama sisi. Tutanyorosha hawa watu. Watu wa Njoro, mnataka handshake? Hamunataka handshake? Mnataka maandamano? Wenye tunataka maendeleo, mkono juu, mkono juu. Asanteni sana. Njoro hamjambo. Your Excellency rais wetu, mimi sitaongea sana isipokuwa kusema asanti sana kwa yale maendeleo umeendelea kutupatia katika kaunti ya Nakuru. Sasa umefungua barabara, wakulima wataweza kuleta chakula kwa soko. Si ndio hiyo? Na nyinyi watu wa Njoro, mnajua rais wetu alitupatia minister round hii kutoka Nakuru County wa mashamba. Mnajua hivyo? Na Your Excellency and our Minister for Lands, tuna shida sana hapa Nakuru ya mashamba ya caveats. Lakini sasa kwa sababu waziri yako, hiyo manana ni wa Nakuru, lazima anze hapa Jerusalem. Si ndio hiyo? Si ndio hiyo? Na ile ingine Your Excellency ni maneno ya haya maji. Tuliongelesha wananchi wetu wa Nakuru County tukiwaomba kazi, tukawaambia tukiingia shida ya maji tutamaliza. Kwa hivyo Itare Dam ikianza Your Excellency, Nakuru sasa itakuwa sawa na itaendelea kuwa food basket ya this area and for the country. Na nikimalizia Your Excellency, hii maneno ya agro city yenye tunafanya na wewe, aggregation centers na industrial park. Hawa wananchi wetu Your Excellency, shida kubwa sana ni kukosa kazi. Hawa vijana wetu wengi na wanataka kufanya kazi. Kwa hivyo tutasaidiana, na ninakushukuru kwa sababu tangu uingia tumekaa mikutano mingi sana ukinisaidia kupanga Nakuru. Kwa hivyo vile tutasaidiana Your Excellency, ukileta hiyo affordable housing na low cost housing, na mimi vijana wetu wa Nakuru County najitolea kuwasaidia kupata technical skills za kupata kazi kwa hiyo ujenzi. Si ndio hiyo? Kama ni kuwa electrician, plumbers, painters, wa kuweka tile na hiyo ingine yote. Na pia kwa hizo aggregation centers, our farmers mutaweza sasa kuwa hamuna post harvest loss. Nikimaliza Your Excellency, unajua sasa nikiwa governor siwezi ongea siasa sana. Lakini nilitaka ufike hapa leo ni kuangalie macho kwa macho. Nione kama siku hizi umekuwa soft. Kama yule mtu akitendawili ameweza kukushake kidogo. Nikwambie Nakuru County tuko gangari. Nakuru County hatutaki handshake. Mnataka handshake? Nakuru County hakuna nusu mkate. Na Nakuru County hakuna maandamano, tunaandamana kwa shamba tukipanda ili bei ya chakula ishuke. Thank you very much Your Excellency. Wow! Asante. Naomba tu Your Excellency nikushukuru. Ni awamu ya kwanza. Mkishafanya hivyo, ile ingine ya kuongeza mbele mpaka ifike 1 billion, hiyo ni kazi yangu. Nego, tunaelewana? Mwezi wa 6, mwezi wa 7, mimi nitakuja hapa, wewe badilisha. Tunakuja kuanzisha pale Njabini. Ndio tukusanye mboga ya hawa wananchi. Tukusanye viazi ya hawa wananchi. Mpaka tupate bei ya sawa sawa. Tunaweka mazao yetu kwa storage. Muzwa asituletee Kiswahili ati sijui bei hii. Mpaka tukubaliane bei ama kwani wewe utapatiana mazao yako hivi hivi? Hakuna. Sasa story wale mabroka watajipanga mwaka huu. Tutakutana na hawa. Ama mnasemaje Nyandarua? Nego.
Vile vile ngojea kidogo. Sasa wewe unaniharakisha, umeambiwa niko na haraka ya kwenda wapi? Si mimi niko hapa area. Ndio. Stadium yenu hapa. Najua mumengojea hii stadium, mambo mingi imesemekana. Mimi nataka niwaambie sasa vile hiyo kazi itafanyika. Wacha hadithi, wacha story. Hiyo kazi nilishatumana watu wa sports, wamekuja wakaifanyia survey. Sasa tunachora vile stadium ya kimataifa itakuwa hapa. Na baada ya mwezi moja, mwezi ngapi? Baada ya mwezi moja nitatangaza kandarasi rasmi ya kujenga hiyo stadium, na tunataka tumalize ndio watu wa Nyandarua mkuwe na stadium ile ambayo inatoshana na watu wa bidii kama wa hapa Nyandarua. Negwo, tunaelewana? Na hiyo tuko tayari kabisa. University. Na nyinyi kweli mnataka kuniharakisha. Nyinyi mnaniendesha kama gari ya miraa. Inaendeshwa mbio. So maneno ya university, huyu viongozi wenu wameniambia ya kwamba hapa Oljororok, si ndio? Tunataka tupange hiyo mambo yenu, na hata hapa Nyandarua tuwe na university. Sasa kwa sababu katiba ya Kenya, Captain hapa. Na nyinyi network yenu iko juu kiasi gani? Yaani hii mambo yote mlishapanga tayari? Umeshapanga mkamaliza? Sasa kazi yangu ni nini? Kutekeleza tu. Haya, nitafanya ile mmepanga, mimi nitakubaliana na nyinyi. Sawa. Alafu vile mimi nataka muelewe bado tuko na matatizo ya maji. Na nimemwambia Waziri Alice Wahome. Tumeongea mambo ya Malewa, tumeambia mambo ya Kinja, tumeongea mambo ya Pesi. Hiyo mambo yote sasa iko jikoni. Mimi nashughulika nayo kwa sababu tunataka tuhakikisha kwamba vile leo mimi nimetoka kule Kwale kwa mradi wa maji inaitwa Mwache. Pia hiyo ilikuwa imekwama. Nimeenda nikaikwamua, sasa tumeanza kujenga. Hizi zetu za hapa natafuta contractor na natafuta investor ndio tuweze kuhakikisha kwamba tunawapatia maji. Na vile nimekubaliana na viongozi wenu wa county ya kwamba mbali na Pesi na hizo zingine 3 tunataka kujenga dams zile zingine pia, zile ambazo sio kubwa sana, at least dams kama 15 ama 20 hapa Nyandarua. Vile tunataka kujenga dams zile zingine pans, water pans. Pia tunataka kuhakikisha tunataka water pans karibu 3,000 Kenya, na tunataka tuhakikisha kwamba ya Nyandarua itakuwa katikati ya hiyo mipango. Tunaelewana jameni? Maneno ya stima, maneno ile ingine nitakuja niwaambie vile tumepanga. Na mimi nataka niwahakikishie ya kwamba Kenya hii iko sawa, tutapeleka mbele sawa sawa. Hawa wa kujaribu maneno ya maandamano, mimi nimewaambia waacheni maandamano, endeni bunge muongee kule bunge. Wacha kusumbua wananchi, wacha kuja kuharibu mali ya wananchi, wacha kuja kuharibu biashara ya wananchi. Kama mnataka mazungumzo ya kubadilisha sijui sheria gani, tuko na wabunge, nyinyi mlishawachagua. Kwani wabunge kazi yao ni nini? Si ni kupanga mambo ya sheria na kupanga vile itatengenezwa? Kwani wabunge ni watchmen? Wabunge ni madriver? Wabunge ni wapishi? Si kazi yao ni kuendesha mambo bunge? So mimi nimewaambia wale jamaa ya kwamba waende bunge. Na mimi nataka niulize watu wa Nyandarua, kweli tuambiane tu ukweli. Ile mtu ya kitendawili alitushinda kweli? Si mimi niliwaambia hii mtu nitamshinda asubuhi na mapema, na ndio tulimnyorosha akakwenda nyumbani. Ama namna gani? Si walikuwa wanaturingia ati wako na system, sijui wako na network, sijui wako na sijui nini, lakini sisi tuliwapeleka nyumbani. Waache kutusumbua. Kama wanataka kujipanga, niwapatie advice, wajipange 2027. Na wasipojipanga hata agent watakosa.
shauri yao. Ama wacha kura, agent watakosa. Sijui kama tunaelewana. So wakiendelea na kuweka ati wanaweka sufuria kwa kichwa. Nyinyi mumeona mwanaume anaweka sufuria kwa kichwa? Sio ati ndio bei ya gharama ya maisha irudi chini. Mimi nauliza nyinyi, kurudisha gharama ya maisha chini ni sisi kupatia nyinyi mbegu, kupatia nyinyi mbolea, wakulima wazalishe, chakula ipatikane, tupunguze gharama ya maisha. Si ndio? Ati wale wanatuambia ati ukiweka sufuria kwa kichwa na ufanye maandamano ati bei ya unga itashuka. Sio ni ukumbavu? Ama namna gani? Tunaelewana? Mimi naambia hawa jamaa, rudisheni sufuria kwa kina mama, wacheni kuwaibisha sisi. Bure kabisa. Tuko pamoja watu wa Nyandarua. Nego kana tikuo. Tuko pamoja. Bas, mimi najua wengi wenu, najua mnasema ya kwamba ati ule mtu anataka handshake. Yaani mimi nataka niwaulize. Mimi nataka niwaulize, nyinyi hata nyinyi mkinipima, mimi ni mtu ya kubali mambo ya handshake kweli? Ile mtu tu nilimwambia wacha kuharibu mali ya wananchi, wacha kupiganisha watu, wacha kulete vita na fujo. Wewe wacha hiyo story. Kama unahitaji mazungumzo, peleka mazungumzo kule bunge. Na hiyo saba yako unasema inataka ifunguliwe, peleka kule bunge. Kwani saba iko Mathare? Saba iko huko mahali anazungushia wananchi kwa makioski. So tumemwambia hiyo maneno apeleke wapi? Bunge. Lakini ya muhimu ajipange mbele. Hii ingine ilishaisha. Si ingine tulimaliza? Ama namna gani? So mumesema ati mambo ya handshake ndio wasifikirie. Unajua wanafikiria ati ni sisi ndio tumekataa. Ni nani? Si nyinyi ndio mmekataa? Si mmekataa mambo ya handshake? Hebu nione wale wanasema hakuna mambo ya handshake. Sasa wawaje kusumbua sisi. Si ndio? Nilikuwa nasikia juzi ati wanasema wanataka mpango kama ile ya Kofi Annan ambayo iliwapatia nusu mkate. Nyinyi mtakubali mambo ya nusu mkate tena dunia hii? So tunamwambia mzee wa kitendawili, handshake hakuna. Cooperation hakuna. Handshake hii ingine inaitwa nusu mkate hakuna. Si ndio? Ile iko ni kazi ya wananchi, tupeleke Kenya mbele. Tumekubaliana jameni? Bas, watu wa Nyandarua wamesema hapana. Wamesema negote. Ama mmesemaje? Aya. Sasa si mnajua mimi niko na mtu yangu ya kunisaidia kibarua hii? Anaitwa nani? Rigiji. Aya. Mnataka kusikia salamu ya Rigiji? Wape salamu, wape nduru ya Rigiji nisikie. Haya, Rigiji. Muri okuo andu aitu no mwiyumiriirie ni mwona njamba itu iria mwathurire kwiyendera ka kuringiririo makai ni mwatwikire wega twari uhoro wa ma twari handu horu twari handu hacheke andu acio ni matutindikite muno andu akarau handu hanja mbero nani na timu itu kuma ngoro yakwa thiini amukirai ngatho ciakwa ni mwatwikire wega na ndirerire kimundu kiu gitige guthumbura muthuri uyu mwanjirire ndimurangire makuhiriria ngamera meke atia turamonera 18 na marauga ni magucoka barabara ndirakimera atiriri cokai barabara no mutigathukie kindu kia mundu na merwo gutire mundu wina mwana mugongo no ore wina mwana mugongo anengere cyo ya munyitire katiguo na mamenye magithukia indo cia andu mukungi akorire jamba neno nira tutwara wega ndimirugamirire
ati nimukwenda ngeithie inyui nimukwenda marauga ati ni ndirarega nie ndi mundu wa kwandikwo inde tinywe munyandikite inde tinywe gitonga giakwa kwi mundu thakaga na gitonga giake nie kai ndingegeria twina njamba ino turamera mathie bunge makore Kimani wa Ichung'wa na wake Kimani amaikarire katiguo nimukwenda Kimani amaikarire wa Ichung'wa maikarire mareke njamba ino irute wira mareke turute wira mathie kuu bunge marie mera ni ora makwirana okorwo ni arume tucemanie 27 andu akara uri twacokirie ngatho ni uria mwatwikire ma mugituthurira andu a UDA mugithura William Ruto mugithura mane mwatwikire wega na ithuĩ tumurutire wira niguo andu aitu kiama no UDA harape UDA kazi ni kazi katiguo nigiako ugetikwe na thogithi na ma-DVD anaitwa Musalia Mudavadi, mnamjua? Najua hii timu yetu iko haya. Musalia Mudavadi yuko pale. Pia tuko na gavana wetu Bwana Badilisha. Simama hapo kwa hiyo mguu ya gari hapo. Haya, salimia watu wako hapa Olkalao. Memwakena Your Excellency, yale mambo umesema hapa leo, ungejua roho za hawa vile zinaona, kwa sababu shida yetu kubwa ni kazi ya vijana wetu, si ndio? Lakini tukiwa na industrial park na university na stadium na maji, haya yote miradi tutatumia kutengeneza ya vijana. Tuko sawa? Sasa iko huyu ni rais wa kuchezewa. Yale ameongea ni rais wa kuchezewa. Mtamsimamia na deputy wake na chama cha UDA. Asanteni sana, Mungu awabariki, tutafuatilia hayo. yangu ni moja. Nimeona siku ya leo wale watu wa kuzimia wameita mkutano, na katika hiyo mkutano wakaanza ile vitisho yao ya kusema sijui ati hakuna maneno ya kuongea tena, ati wanarudi kwa streets, sijui maneno gani. Mimi nataka niwaeleze hivi kwa Kiswahili ndivyo wasikie. Wakitaka kuandamana hata wasigoje next month ama next week, wacha waanze leo na waandamane kwao nyumbani. Lakini niwaambie hapo bereni wamekuwa wakitisha viongozi. Huyu sio wa Sererak, huyu ni wa Gojamato na Sererak na Mursik. Huyu sio wa Sererak, huyu ni wa Gojamato na Mursik. Na metha mundu wa gutisha metha kundu kungi no ti William Samoei Ruto. Na njĩra rais witũ wĩra wa maandamano na andũ acio akũmũgia ndagatindanĩre nao, nĩ atũtigĩra ithuĩ tũrĩ anake anini tũkũmaumeria nyau matige gũthakĩra biacara cia andũ a Kenya na matigũthũkia biacara cia mũndũ ũngĩ, nĩ tondũ ona ithuĩ twĩkuo nĩguo tũgitĩre andũ aitũ. Thengiũ mũno andũ a Nyandarua na Ngai amũrathime. Mama Faith Getau. Tunakushukuru sana Your Excellency kwa kututembelea siku ya leo. Tunataka kukuambia hivi, sisi tunakupatia support 100%. Lakini kuna kitu moja tunataka kukuambia. Sisi hata Nyandarua hatutaki handshake. Sisi hata Nyandarua tunataka handshake. Munataka handshake. Hiyo tumekataa katakata. Karibu sana kutuletea maendeleo. Thank you very much. Wawasalimie. Karao mliokuo. Ngeithia ciowera-inĩ. Asanti. Kwanza niye nyambe njuge leo hii sisi tuna furaha
vile tumetembelewa na rais wetu na makamu wake, na niseme vile tumekuja leo hii ili tutinoko horo wa kwali horo wa bara kana maandamano tuoka kwali horo wa maendeleo. Leo hii tumetoka huku Donyojero, tulikuwa kuround ile barabara, tulikuwa tumeanza na rais hapa captain, na sasa tuko karibu kufika Donyojero, na ametuhakikishia hiyo barabara mnajua imefika Kipipiri, itaenda ifike Donyojero ndio itushukanishe na pale ile nyingine. Rais, mimi yangu ni machache sana. Kuna mengi tumeongea na nikwenda kumwira rais ni atu anatowika na kedhi kwa sababu kuna mambo tumesema tutaongea. Ya kwanza na lazima nitaje hapa kwa sababu nyinyi ndio mmenituma. Your Excellency, hapa hawa watu naona ni wakulima. Na hapa Olkarao kuna kitu inaitwa Olkarao Dairy. Olkarao Dairy, Your Excellency, actually walikuwa naleta, the farmers were bringing about 80 to 120,000 liters of milk per day. Hiyo imeenda chini to about 20,000. Na hii ni kwa sababu ya maneno ya COVID na the other challenges. As we are talking, Olkarao Dairy is on the deathbed. Now we know the indebted to Cooperative Bank, lakini vile tumeongea tutakaa chini na rais, na mimi najua huyu ndio baba wetu. Hiyo maneno ya Olkarao Dairy najua tutatarua. Ile nyingine pia ningetaja very briefly ni maneno ya TVET Kororie. Your Excellency, I've done my part with NGCF. Nimepatiana the proportion supposed to give, but we are short of some small funds, about 25 million shillings, kwa sababu there are some things we must do, which as we're talking today, we have not been able. Na mimi najua, niliongea na waziri wako ya elimu na akanihakikishia all the machines are there. Na mimi ningetaka kuuliza rais kwa sababu ako hapa, na huyu ndio baba yetu. It will be very unprofessional for me and nikuje baba yetu atoke tu hivyo kama sijamwambia matabu yetu. Mimi najua hiyo tutatatua. Ile ya mwisho, Your Excellency, you remember very well wakati tumekuwa na sherehe mingi sana hapa na wewe. Na kuna hii barabara ya kuenda hapa Huruma Olkarao Roads. Wewe mwenye ulikuja ukasema hizi mabarabara ziko kama shamba. Your Excellency, as we are talking today, from 2016, huyu contractor up to today hajamaliza a small route for almost 4 or 5 years. Mimi kwa sababu sasa leo hii uko hapa, mimi najua hiyo barabara inateremka hapa Huruma na kule kwingine tutatatua. Sitaki kwa sababu naona kunanyesha na baba yetu ananyeshewa. Kana mwenda ilero. Nimuke yaje anaito. Naona toko uko na tutaongea mengi. Kwa hiyo machache nasema asante sana na Mungu awabariki. Barabara hiyo bwana Kiarao amesema ya kwenda Huruma, Mheshimiwa Murkomen, wewe uko hapa. Na wewe ndio kazi yako. Sasa utakuja uambatana na hiyo barabara ijengwe. Si namna hiyo? Ile technical training college yenu, hiyo pesa imebaki kidogo, tushaweka tayari kwa budget. Mwezi wa 6 tutaikamilisha na equipment ya milioni 70 tutawapatia. Negwo. Na hiyo kazi nyingine yote ambayo umesema hiyo ya cooperative yenu ya maziwa, waziri ambaye yuko hapa, wewe bwana Chelugui, panga mambo ya hiyo cooperative, wewe ndio unasimamia cooperatives wa Kenya. Alafu sitaki wakulima wa hapa wapate hasara. Tunaelewana? Tutaongea na Cooperative Bank, tutaona vile tutawapangia ndio mambo yenu iende sawa sawa. Negwo, wewe bwana speaker wetu aseme tu jambo. Sema tu jambo. Asante sana kwa kukuja, na sisi kama bunge la Nyandarua tumeahidi tunafanya kazi pamoja, na the 250 million umeongea kuhusu, governor akileta budget sisi tutapitisha, ndio national government iongeze the 250 million extra, na kutoka hapo tuweze kupata maendeleo. Asante sana, na pia maneno ya sufuria na maandamano tumekataa. Asante. Thank you, Your Excellency. Asante sana kututembelea Industrial Park. Pale kwa Industrial Park, kwani mnafikiri tunaanzisha Industrial Park ifanye nini? Si ndio ni kazi yenu ndio tunapanga pale kwa Industrial Park? Tunaelewana? Na vile vile tumepata ekari 15 hapa Nyandarua ya kujenga ile program yetu ya housing. Mimi nataka niwaeleze ya kwamba pia tukimaliza hii budget
tunarudi hapa kuanzisha hiyo mradi, kwa sababu tulikubaliana tunajenga nyumba 5,000 ya kwanza hapa Nyandarua, na kwa hizo kazi nyumba 5,000 tunahitaji vijana karibu 10,000 ambao watatusaidia katika kupanga na kutengeneza hiyo manyumba. Vijana wa Nyandarua muko? Vijana muko? Wacha niseme tena. Nimesema ya kwamba tunakuja kuanzisha mpango wa housing. Hiyo housing 5,000 nyumba za hapa Nyandarua. Tunataka vijana 10,000 watakao tusaidia kufanya hiyo kazi. Tayari tuko na ardhi tumepatiwa na county. Ardhi ingine tutatoa kama national government, ili wakati tunapanga mambo ya kupeleka Kenya mbele, tusiache vijana wetu pia wapate ajira. Tunapanga ajira kwa housing, tunapanga ajira kwa industrial park, tunapanga ajira hata kwa kazi kama hii, ndio hawa vijana wapate ajira, wachangie katika kupeleka taifa letu la Kenya mbele. Tumekubaliana? Tumekubaliana jameni? Kuna kazi ingine mingi ambayo sitasema leo, lakini kwa sababu tulikubaliana tupange mambo ya maendeleo ya Kenya, na wauliza viongozi wale wengine wote ya kwamba hatuwezi kuendelea kusema mambo ya viongozi tena. Sasa tupange mambo ya wananchi, ama namna gani? Tunaelewana? Ndio nimeuliza wale viongozi wote, hata viongozi wa upinzani, tuwache ubinafsi, tupange mambo ya maendeleo ya wananchi. Hatuwezi kusema ya kwamba tunaenda tena kupanga mambo ya viongozi kule Nairobi na maandamano. Tunataka tupange mambo ya wananchi. Saa hizi, kazi ambayo iko saa hii sio kwenda kufanya maandamano. Kazi ya saa hii ni kwenda shambani ili tuzalishe chakula, tuweze kuondoa njaa. Mimi nauliza nyinyi watu wa Nyandarua, mimi niwaulize, hata tufanye maandamano kutoka asubuhi mpaka jioni, hata tuweke sufuria kwa kichwa na tuongeze kwa mgongo, bei ya chakula itashuka chini? Si lazima tuwasaidie nyinyi wakulima ndio muzalishe chakula, ndio tuweze kuondoa njaa? Sijui nani atawafundisha wale majamaa wa sufuria kwa kichwa. Tunaelewana jameni? Tumekubaliana? Ati kichwa yao ni mbaya? Sasa sijui iliharibika siku gani. Basi mimi sitaki kusema kuzidi hapo. Mimi nataka niwaambie jameni, watu wa Nyandarua, asante sana. Na mimi nataka niwahakikishie tumekubaliana na gavana na viongozi hao wote ya kwamba tutakuwa na nafasi tuketi chini, ndio tupange mambo yenu yote na tulainishe. Na ile program tulikuja hapa tukauliza mambo yenu, ile economic forum tulikuwa nayo hapa Nyandarua, tuwaambie ya kwamba vile tumepanga na vile tutaenda mbele kwa pamoja. Mimi nawauliza jameni, watu wa Nyandarua, si tukubaliane kama Wakenya tutembee pamoja barabara ya kufanya maendeleo ya wananchi? Munasema tupange maandamano ama maendeleo? Munasema tupange maandamano ama maendeleo? Wale watu wa kuzimia baada hawajasikia ni maandamano ama maendeleo? Nafikiri wamesikia. Si namna hiyo? Na mimi nataka niwaulize jameni, tuache kusumbua wananchi. Nyinyi kama viongozi, tuendeni kule bunge, twende tuongee maneno ya viongozi kule bunge. Hakuna haja ya kuharibu biashara ya mwananchi. Hakuna haja ya kusumbua wananchi wakiwa katika biashara zao. Hakuna haja ya kulete vita. Hakuna haja ya kulete fujo. Hakuna haja ya kuharibu mali ya watu. Wale walio viongozi tumewalipa mshahara, wabunge wako bunge, wazungumzie mambo ya kubadilisha sheria ile inataka kubadilishwa. Ama namna gani jameni? Si ndio? Mambo ya uchaguzi ni baada ya miaka 5. Si ndio? na baada ya miaka 5 hata hawa watu si watakosa hata agent. Wacha kura, agent watakosa. Ama tunasema namna gani? So mimi nasema asante sana. Si mnajua mimi niko na mtu yangu ya kunisaidia kazi. Anaitwa nani? Si anaitwa Rigiji. Mnamjua huyu mungwana? Mtu ya kusema ukweli.
Haya, unataka kusikia sauti ya Rigiji? Wapi nduru ya Rigiji? Asante sana rais wetu. Adwanyo jero murega. Mreirie. Ni mwakera ni kuona jamba yanyu. Ino etagwo Ruto. Ni nyumwa muthurire. Kwiyethera ka kuringiririo. Ni mwokerire tene. Pio. Na andu angi marauga ati tutiahotanire. Jamba ni eno. Ile ndagioka kurehe maendeleo. Your Excellency, nilikuja hapa Nyandarua. Ulinituma nikaongea na hawa. Nikawaambia, nikawaomba kwa heshima watuombee, watupatie kura na wachague viongozi wa UDA, na wakafanya hivyo. Andu agoko nitwakenire ma. Ni mwatwikire wega. Tutiari handu hega ma. Reke twarie ma, twari handu haceke. Andu njũnjũrũ kuma ngoro-inĩ yakwa thĩinĩ, amũkĩrai ngatho ciakwa. O rĩngĩ andũ a nyũmba itũ, kuma ngoro yakwa thĩinĩ, amũkĩrai ngatho ciakwa. Mheshimiwa Rais, hawa watu ya Nyandarua walimaliza uchaguzi, wakachagua wewe kama rais. Wamesema umefanya vizuri kuongea na wale jamaa waende bunge, lakini mambo ya handshake hawa wamekataa. Mumekataa. Unajua Mheshimiwa Rais, hawa watu ya Azimio wanakachivu mimi. Ati mimi nakataa handshake. Mimi sikatai. Mimi ni mtu ya kuandikwa kazi, na hawa ndio wameniajiri kazi. Na lazima ufanye vile tajiri yako anasema. Munasema iko handshake kama hakuna. Sasa leule atemarauga gaterere. Atake mundu kau karauga gati gitinge ngeithia. You know what kegeithie? No ndekegeithie. Ndemoria aterere. Mundu ucio ri agaithirie muthamaki witu. Mundu wari mwega. Ni muria gwathire. No mwende jambe no itwe mugeithie. No mwetekere. Leule mundu ucio wahota kumugeithia we mundu mwega. Kimundu kiega tanie. Ukegeithie urutaga thĩinĩ wĩkĩre mũtwe ma. No mwĩtĩkĩre? Nĩ mwarega? Nĩ andũ aigana mauga matikwenda ngeithi. Mũrĩ o kĩama kĩa UDA? Harambee! Sisi hapa katika Central Kenya, Your Excellency, tulikuchagua, tulikupenda kwa sababu wewe ni mfanyikazi. Umerudi hapa kuleta maendeleo ya barabara. Umetupangia mambo ya bolea, na hiyo bolea nitafuatilia ifike hapa. Rais wetu, wewe fanya kazi. Hawa watu ya maandamano wachia mimi. Ninatosha sitoshi? Unajua Your Excellency, sisi hatutaki wewe kusumbuka. Hawa watu waende waongee na Mheshimiwa Kimani Ichung'wa. Huyu rais awachiwe nafasi afanye kazi. Na Your Excellency, nimewaambia hawa wanasema ati watarudi kwa barabara. Kwani barabara kuna pahali zimeenda? Ati watakuja kuharibu biashara. Inawezekana? Nimeru atiriri. Marauga nimaguthukia indo citu. Mukungire akorire u. Mukungi akorire u. Na waicake heri no weke. Gutire kindu kia mundu giguthukio Kenya. Jabe ni president wa Kenya. Ni uhoro ama? Rais wetu anatosha hatoshi? Pale 2027 tumemaliza maneno. Akuja aendelee asiendelee. Rais wetu tungetaka kuhakikishia sisi hapa katika Mlima Kenya. Sisi tukipenda mtu tumependa. Na sisi hatufichi. Sisi tuliamua tutakaa na wewe for 10 years. Hata kuwe na majaribio, hata uchumi kuwe na shida gani. Once tumeamua. Na sisi si watu ya kurudi nyuma. Na sisi hatuwezi rudi nyuma, kwa sababu sisi na wewe tulipendana na tuko na maagano. Kati gwa itu. Neguo. Izo tunademokari uhoro wama. Twete kila mundu ne tweka atia. Jabe no kore ndo tweke ida mahitia. Ide twako tutaithia. Na ide ndaruta wira. Unajua tulikuta iko shida mingi, na mlisikia nikisema Kasarani. Tulifika pale kwa store hakuna kitu. Hata panya wametoroka, hakuna kitu ya kukula.
Sasa huyu rais wetu ameanza kazi kama kijana. Uria mwana kiajagia gwaka kiubu akajereria maisha mero niguo muthuri araruta wira. Na muthuri uyu ndirenda mumuhoere na tumuteithie. Nitugweka uguo. Nitugweka uguo. Kwa hivyo rais wetu, wewe endelea na kazi. Hao watu wachia sisi na hii watu tunajuana. Niguo andu aitu. Niguo andu aitu. Nĩ ngwenda nĩ ndakena mũno na nĩ tũrĩũka na ndĩcokerie ngatho nĩ gũthura Faith wa Gĩtaũ, nĩ gũthura Patricia, nĩ gũthura atongoria arĩa angĩ ndĩramũkĩra ngatho. Nĩ twakena? Koguo ndauga Ngai witũ amũrathime, amwĩke wega, mũrore magũkumia, amwararamĩrie mĩhaka, amũgitĩre kuma kwĩ ndwari, mĩciĩ yanyu yuraga irathimo ta cia mbura. Asanteni sana, Mungu awabariki. Mumefurahi kutembelewa na rais? Si barabara ilikuwa imeleta shida, si sasa itafanywa? Rais, tunaomba vile tumeona hiyo tinga imeweka jembe chini na vile umepromise isiinue hiyo jembe mpaka hii barabara imalizike, ndio hawa wananchi wafurahie. Jambo ingine, Your Excellency, vile tuliongea na wewe na ukasema utatusaidia Nyandarua iwe na university, tulipeleka barua kwa Commission of University na tukapeleka kwa waziri wa education. Tunakuomba uambie waziri agazeti hiyo chata ndio Nyandarua iwe na university. Hapo ni sawa sawa? Your Excellency, mwaka wa 2020 State Department ya Crop Production walifanya research recorborosat na wakaona inaweza toa fertilizer. Tunaomba utupatie investor wa kutoa fertilizer organic katika hapa Nyandarua ili tusupply Kenya mzima na watu ya Nyandarua wapate kazi. Hapo iko sawa sawa? Your Excellency, nikimaliza sababu watu ni wengi. Tumefanya charter ya engineer municipality na inafika hapa Donyonjeru. Tunakuomba katika hiyo municipality hizi barabara za nyuma za hii town pamoja na zile za engineer tutengenezewe ili municipality yetu isimame. Hapo ni sawa sawa? Hapo ni mzuri? Otherwise niseme hivi, watu ya Nyandarua tulikupatia kura, tulikupatia kazi. Kama mtu anataka kazi akuje hapa Nyandarua, awache kwenda State House kusubua rais. Ni kweli? Watu wa Azimio kama wanataka kazi waende kwa wananchi, wawache kusubua rais, ndio? Rais afanye kazi yake, asisuburiwe. Napita hapa barabara kwa highway, walikuwa wanaingia ndani kweli? Na wanataka watolewe kazi wapi? Kwa hivyo Your Excellency, thank you very much. Haya, tuko hapa na ndugu yetu Musalia Mudavadi. Yeye ndio Prime Cabinet Secretary wetu, anatupangia. Muriega, mimi niko na swali. Nani aliuza sera zake kwa Wakenya na akashinda? Ni nani? Na sera za nani ziliangamia akashindwa? Ni nani? Sasa mimi nauliza serikali ni ya nani? Kwa hivyo yeye apewe nafasi atekeleze sera zake. Kule Amerika yule Biden alishinda Donald Trump. Si namna hiyo? Sasa Biden anaweza tekeleza sera za Trump? Anaweza? Kwa hivyo wale walishindwa wagoje wapate nafasi yao siku yao. Wasijaribu kusema Ruto, rais wa Kenya kwanza, na sera za Kenya kwanza, awachane na sera za Kenya kwanza, atekeleze sera za Azimio. Haiwezekani. Si namna hiyo? Asanteni sana.
Niko na kijana hapa anaitwa Ngedi Nyoro. Asante sana. Nyandarua oye. Andũ a Nyandarua mũrĩega. Mani mũtirengarengaga mwaki. Mũkĩrĩ kuo mũno andũ a Nyandarua. Na mũno gũkũ Kinangofu. Na Ndonyo Njeru. Mimi niko na jambo moja. Mimi nataka niwaeleze, tukifanya campaign tuliwaambia sisi ni watoto ya Mau Mau. Hawakufikiria tutawanyorosha tuwapeleke nyumbani. Sasa nataka niwaeleze, ile maandamano wanajigamba wataanza. Sisi we are busy demonstrating the capacity of the people of Kenya. Wao waendelee na maandamano na demonstrations zao. Na niwaambia hivi, wajaribu watafuta mtu mwingine wa kutisha. Wametisha hapo mbele watu ya Serelak. Huyu sio wa Serelak. Huyu hawezi tishwa. Na wa Moisore demere maroga iguru makomothe nginya na nda nginya na mugongo gutire handshake. Netoga gutire handshake. Gutire handshake. Mainuke mucie. Maandamanire kou. Wacha nione wenye wanasema hakuna maandamano, hakuna maandamano. Asanteni sana. Haya. Wacha nipatie mjumbe wetu hapa Bwana Kenya. Andũ aitũ mũrĩega. Njoerai ũguo gwathani agocwo. Asanteni sana. Asante sana Your Excellency the President of the Republic of Kenya kwa sababu ya kupata nafasi kututembelea. Mimi tukifanya kampeni niliwaambia huyu rais ni rafiki yangu. Kweli si kweli? Mkasema watu wa kuzimia wakizimia, mimi si mmoja wao, si kweli? Na sasa tuko ndani, we are supporting His Excellency katika mambo yake yote ya kutekeleza na kuelekeza nchi yetu mbele. Your Excellency, watu wa Kinangop kwa kauli moja wameniambia ya kwamba hawatakubali mambo ya sufuria kwa kichwa, hawatakubali mambo ya maandamano, na pia wanajua ya kwamba ulishinda uchaguzi huu. Kwa hivyo usijaribu kugawana mkate na yeyote yule. It is yours for the taking. Uendeshe nchi hii jinsi ambavyo watu walikupatia mandate. La mwisho, Your Excellency, ninaposhukuru kwa sababu ya barabara hii na hiyo ya Bignano na kazi nyingine nyingi ambazo umefanya hapa. Kuna jambo moja ambalo limesumbua sana, mambo ya stima. Na hawa wananchi wamesema tunaomba utupatie affirmative action kwa sababu stima ni kitu ya maana sana katika eneo hili letu. La mwisho kabisa, tuko na shida ya administrative units, locations, sub-locations na sub-counties. Kinangop tumekuwa disenfranchised somehow because we are 8 wards, we only have 2 sub-counties. Oljorok ni 4 wards only, wako na 2 sub-counties. Tunaomba kwa heshima utukubuke kwa sababu vijana hawa wakati kuna chukuliwa wanajeshi, wakati kuna chukuliwa polisi, wakati kuna opportunities huwa wanakosa kwa sababu ni wengi na nafasi zinakuwa kidogo na ni kwa sababu ya sub-counties. Kwa hivyo tunaomba kwa heshima, jambo hilo ni nzuri jameni. Rais atufanyie yale. Asante sana Your Excellency, karibu sana hapa kwetu. Haya. Niko na dada yetu. Mama kaunti anaitwa Gachagua. Hai! Ndonyo Njeru. Nimukenete. Tunataka kuchukua fursa hii Your Excellency kukushukuru kwa kuitika mwito wetu ya kuja leo, siku ya leo, kuona shida zote zile tuko nazo hapa kwetu Nyandarua. Asanti sana. Asanti kwa kufungua hii barabara. Hii barabara ni bovu sana. Watu hata wa pikipiki walikuwa wanalia mchana usiku. Asanti sana. Mimi kama mama county, Your Excellency, nataka kuomba ombi moja. Unajua tunaweza kosa stima, tunaweza kosa barabara, lakini tukikosa maji, hiyo ni shida kubwa sana. Na hapa kwetu Nyandarua tuko na shida ya maji. Tafadhali, tafadhali mimi nakulilia kama mama county. Sasa kuna nyesha, tunataka kufanya water harvesting.
tunataka dams, tunataka tuangaliliwe zile intakes zetu ziko kule kwa milima. Kuna maneno mingi sana ya maji ambayo imekwama. Tafadhali tukuamulie. Na asante sana kwa sababu unapenda Nyandarua na sisi tunakupenda. Na nataka kukuambia hawa watu wa Nyandarua wamesema hakuna nusu mkate. Hiyo tumekataa, kata. Tunakuomba usikie hilo lobi letu. Tafadhali usiitikie mwito wowote waue watu wale wanavaa sufuria kwa vichwa. Inaonekana wako na kasoro. Asante sana, Mungu akubariki. Thank you very much. Asante sana. Wacha nimwite dada yetu mbunge wa hapa Kibibiri. Adwado nyojero na kifeferi muriega. Ngai ni mwega. Na ende ciothe. Your Excellency, tunashukuru sana kwa sababu ukiwa pale Wajohi ulitupromise na less than 3 months umekuja. Jana nimeona Mheshimiwa Kioni ambaye ni mimi tu naweza ajibu yeye akisema unafungua hii barabara mara ya pili. Sasa mimi nashindwa, kwani barabara iko kwake? Si barabara ni ya serikali? Kioni, rudishia mama sufuria. Mvua imenyesha, terere imemea, chakula ipikwe. Your Excellency, hivi karibuni najua utakuja kufungua barabara ya Girugiru Machinery, na hapa kuna wananchi wa pale Kipipiri wa Mawingu, na utafungua TVET. Ile TVET yetu ya Kipipiri Technical Institute. Hiyo affirmative action, Your Excellency, peana directive. Affirmative action ya stima hapa Nyandarua kwa hii budget, na chairman wa budget ako hapa, tukipata 100 million every constituency. Hiyo itakuwa good affirmative action. Ya mwisho, Your Excellency, ukija kufungua TVET, utapeana bus. Nimenunua bus ya Wajohi ya Mawigu Secondary. Na vile hii basi unaona pale ni ya Momoi Secondary. Wazazi, Your Excellency, wamejinunulia, wamebakisha 2 milioni peke yake. Fanya kitu alafu watashukuru. Hata unasikia watoto wanaosherehekea. Asante. Momoi. Basi nitakupatia 2 milioni saa hizi uende ulipe hiyo basi. Iishe hiyo maneno. Tumalizane na hiyo basi. Tuko na viongozi wengine wengi hapa. Tuko na deputy governor wetu, mpigeni makofi. Tuko na Mheshimiwa Mike Mushira, mpigeni makofi wa kutoka Olkalao. Tuko na ndugu yetu Mheshimiwa Kiaraho, mbunge wa kutoka hapa Olkalao, mpigeni makofi. Tuko na speaker wetu Bwana Waiganjo, mpigeni makofi. Tuko na huyu majority leader, mpigeni makofi. Tuko na MCA wetu wa area. Lakini nimesema mbali na ile ya pale Naivasha, pia nimemwambia governor wetu huyu atafute shamba ingine hapa Njoro, ekari 500, na tayari nimepanga shilingi bilioni 1 ya kuja kuanzisha aggregation and industrial park hapa Nakuru, ndio tukuzanye yale mazao yote ya wakulima, tuweze kupanga hapa, kuwe na storage, kuwe na agro processing, kuwe na value addition, tuongeze dhamana, wakulima wapate pesa kwa mfuko, na ile mazao ambayo inaharibika kwa sababu ya kukosa cold room ama cold storage, ile mazao inaharibika kwa sababu hamuna soko ya sawasawa, na wale mabroka na makatel wananyang'anya nyinyi mali yenu kwa sababu hamuna soko ya sawasawa. Sasa tutapanga hapa industrial park, tutaaggregate mazao yenu yote, tuwapangie mambo ya storage, tupange mambo ya agro processing na value addition, na tuwapangie soko ili tuhakikishe kwamba kilimo inatuletea utajiri na inaweka pesa kwa mfuko yenu na inatusaidia kupanga ajira ya hawa vijana. Tumekubaliana jameni? Nakuru, mnanielewa? Na mimi nataka Susan tukuje tuanzishe hiyo mradi
mwezi wa 7. Tukimaliza tu budget tunakuja kuanzisha hiyo mradi hapa. Na mimi nashukuru sana huyu mrembo wenu tayari ameniambia shamba imepatikana. Negwo, tumekubaliana? Tumekubaliana jameni? Sasa hiyo ndio kazi mimi nataka tuanze, tupambane nayo, tupeleke Kenya mbele. Ndio mimi nawauliza viongozi wenzangu wote. Maneno ya viongozi ilimalizika tarehe 9 mwezi wa 8 wakati wananchi hawa walipiga kura. Si ni kweli? Kuanzia tarehe 10 mwezi wa 8 tupange mambo ya hawa wananchi waliotupigia kura. Maneno ya kupanga tena ati mambo ya viongozi mnafanya maandamano, ati tuanze mambo ya viongozi, hiyo mtakoma. Mambo sasa ni kupanga mambo ya wananchi. Ama wananchi mnasemaje? Mnataka tuendelee kupanga mambo ya viongozi? Na mambo yenu itapangwa siku gani? Si tupange mambo ya wananchi sasa? Si nyinyi mlishatupanga kama viongozi? Wakupata si walipata? Wakukoja si wangoje? Wale walikosa si wangoje? Kwani uchaguzi iko ingine 2027? Vile mimi naona hawa jamaa wakiendelea na sufuria kwa kichwa na maandamano, hata 2027 watakosa agent. Ama namna gani? Waacha kura, watakosa hata agent. Ninyi mnanielewa jameni? So watu wa Njoro na watu wa Nakuru, si mnajua tunawapenda sana jameni? Na tutarudi hapa, tunajua bado kuna kazi nyingi. Mimi nataka niwahakikishie tumechukua muda karibu miezi 6 kupanga ile mahali, kwa sababu ile mahali kulikuwa kumeharibika. Tunaelewana? Lakini sasa mambo iko sawa, tumepanga vizuri. Mimi nataka niwaeleze vijana wa taifa letu la Kenya, mambo yenu tunapanga vizuri, kwa sababu tunataka kutumia nguvu yenu, elimu mlio nayo, ujuzi mlio nayo kujenga taifa letu la Kenya. Na sote tutaungana na hiyo harakati. Ama mnasemaje watu wa Nakuru? Tumekubaliana? Tumekubaliana? Nani? Rigijia kwa area. Haya, tumeelewana jameni? Tutapangana pamoja na nyinyi. Asanteni sana kwa kutukaribisha. Sasa kwa sababu viongozi ni wengi, si mnajua mimi niko na jamaa ambaye ananisaidia hii kazi. Huyo muungwana anaitwa nani? Ati anaitwa nani? Mtu wa kusema ukweli. Anaitwa nani? Haya, wape nduru ya Rigiji atusalimie. Haya, Joro hoi! Joro hoi! Watu ya Joro mjambo. Tumefurahi sana kufika hapa na mdozi wangu kwanza kusema asanti. Mlitusaidia sana. Tuseme ukweli, tulikuwa kwa kona. Tuwale hado hasheke. Hii watu walikuwa wametusukuma sana. Kwa hivyo kwa niaba ya rais wetu na sisi wote tunataka tuseme asanti. Tumekuja hapa kwa mambo ya maendeleo. Tulikuja hapa tukamuomba mtusaidie na mkakubali, mkatupatia kura. Huyu rais wetu akachaguliwa, akaingia kwa kazi. Mugali mko kwa chama ya UDM mulihama? Harambee! Harambee! Sasa unajua wale jamaa ya kelele hawaelewi mimi. Hawanielewi. Unajua kila mtu afanya kazi yake. Kazi yangu ni kumlinda huyu rais. Wakikoroga kazi yake nawaambia muache. Si ndio? Si niwaambia wawache? Sasa mimi naambia hao wawachane na huyu rais wetu afanye kazi. Mimi nikiwaambia hao handshake wawezekani, wanafikiria ni mimi. Na mimi sina msemo, nyinyi ndio matajiri wetu. Hii handshake mnataka hamtaki? Mnataka hamtaki? Ni wangapi anasema hataki handshake, hataki? Rais wetu umejionea. Mimi nikiongea, mimi sina msemo. Sisi ni watu ya kuajiriwa kazi. Sisi ni watumwa. Sisi ni watumishi. Sisi tunafuata yenu. Yenu ndio neno la mwisho. Mkisema hakuna handshake, hakuna. Mkisema hakuna handshake, hakuna.
na tunaambia hao